Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Arahukai nigetha tuine nyimbo cia mathaa ma hwaĩ-inĩ. Studio tukwambĩrĩria na rwĩmbo rwĩ namba 3. Nyimbo cia atũmwo rwĩmbo namba 3, namba 11 na namba 12. Namba 3, namba 11 na namba 12. Inguga ugotwo Ngai wakwa eugo etukatuka ugotwo tondu munega iwatinda ukirathima era tondu Jesu imeya mamurenya uyu nigetha igwe
cia roho mutheru number 450 na number 451. 450, 451. Ciugo iria njĩtwaririe tene nĩciandĩkirwo ina ũtirĩ kĩmwe yatũ wĩmenyerere ngoro ĩitikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ Aisiraeli nĩmerirwo nĩ Jehova Ngai wa maithe atĩ nĩmakoima Misiri mwĩmenyerere ngoro tikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ Kristiano aingĩ morĩte Yende kũrĩa na kũnyua na inyua rĩangĩ mũtigarĩte mwĩmenyerere ngoro tikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ arutwo moririe Mwathani hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka akĩmera mwĩmenyerere gĩkoka ta mũici mwĩmenyerere ngoro itikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ Mwathani nĩathire arutwo ake ĩmatwarĩre ndũrĩrĩ ũhoro oige mũhonokia nĩaroka memenyerere ngoro ikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ akarĩkia wĩra nĩaratongoria matigani na ngoro iria ciĩmenyereire itwarwo igũrũ mwĩmenyerere ngoro tikana ngoro ititikithĩtio maũndũ ma thĩ nĩkũrĩ bũrũri mwega ma ũthondekeirwo andũ arĩa atheru na nĩũgatonywo nĩ mwĩregi ĩtĩkĩrĩte kũũtonya niĩ nĩngatonya ĩni ũgatonya akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo tiga gwĩka ciĩko iria njũru ũrumani Jehova nĩamũregete na mweki na nĩaregete na mũiganĩrĩri wa igenyo mũtigatonya mũndũ ũrĩ ũthũ niĩ nĩngatonya ĩni ũgatonya akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo tiga gwĩka ciĩko iria njũru ũtharia njetũ nĩaregete na ũhinaguo nĩaregete na ũmbani nĩaũregete gũtigatonya mũtharania niĩ nĩngatonya ĩni ũgatonya akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo tiga gwĩka ciĩko iria njũru akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo imenyagĩrĩra mwĩrĩ waku ndũgatuĩke njĩra ya geni na nĩũkona Ngai na maitho niĩ nĩngatonya ĩni nĩũgatonya akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo tiga gwĩka ciĩko iria njũru ũmoigira nĩ mũtheru ona inyuĩ nĩ wega mũthere mũmenyerere mĩĩrĩ yanyu na nĩmũkamuona na maitho iĩ nĩngatonya ĩni nĩũgatonya akorwo nĩũkwenda gũthiĩ kuo tiga gwĩka ciĩko iria njũru. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Weke tuigire kigoco-ini. Ndina mugata otana riangi na kene anjoe itamui Gata kendo kia kigoro itika muthiga kinango imathi. Gata kendo kia kigoro inakio nikiria iresakayo kwarumenya ni kindu kiega kuri thahabu na kuri betha. ndina mugata otana riangi na kene anjoe itamui gata kendo kia kigoro itika muthiga kinango imathi. Gata kendo kia kigoro inakio nikiria iresakayo kwarumenya ni kindu kiega kuri thahabu na kuri betha. Hallelujah. Emiriria tatuira Njĩra ĩramenyanirie njĩra muoyo ona kĩharo kĩmũrĩkĩega ĩndĩkamũthiga kinyango imathi. Kĩndũ kĩa kĩgoro gĩnakĩo nĩ kĩrĩa iresakayo kwarũmeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Emiriria kwenduma anyona ũtheri Mathĩna moka nyona ombyao ingĩtigĩra imakania cia thĩ Saitani onaga na ta mwaki. Gĩata kĩndũ kĩega kĩgoro gĩnakĩo nĩ kĩrĩa iresakayo kwarũmeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Hallelujah. Nani ndigũkuoya Ĩmaingĩ Mwathani anena ũnjikaragie gĩtakinya gwaku ngaheo thũmbĩ ngatũũra nawe tene na tene. Nyendete kĩndũ kĩega kĩgoro gĩnakĩo nĩ kĩrĩa iresakayo kwarũmeya nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Maũndũ makwa ndagũtarĩtwo rĩaku mbere ndũrĩrĩ ciothe ciathĩrĩrio wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyanĩria andũ aku. Nĩndakũgooca nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩndakũgooca Mwathani tondũ nĩ mũnyĩti. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa wetereire hĩndĩ andũ mandiganĩrio ngoragwo hamwe na niĩ. Nĩndakũgooca nĩ tondũ wĩ mwega. Hallelujah. Emiriria mohoro tira maingire morokoro Ĩgatigaga kũnja andũ matikahoroke arĩa makũhotaga mũthenya kĩhingũra wĩragwo maita nĩ tondũ wĩ mwega. Mwathani tondũ nĩ mũnyiti Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire hĩndĩ andũ mandiganĩrio ngoragwo hamwe na niĩ. Nĩndakũgooca nĩ tondũ wĩ mwega. Emiriria narũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩa Naguo ngoro na maithori ma mwĩrĩ weherie kĩnyũrũri kĩa mũiwe maitho kĩmũraga mwana nĩ tondũ wĩ mwega. Ndagũtha Mwathani tondũ nĩ mũnyiti Nĩgũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa wetereire hĩndĩ andũ mandiganĩrio ngoragwo hamwe na niĩ. Nĩndakũgooca nĩ tondũ wĩ mwega. Hallelujah. Etithaũ twĩna mũrata Ũtana tarĩangĩ Jesũ nĩrĩo rĩtwa rĩake ona mũndũ oeri. Etithaũ twĩna mũrata Ũtana tarĩangĩ Jesũ nĩrĩo rĩtwa rĩake ona mũndũ oeri. Geithia mũndũ Geithia mũndũ Wendo mwendete Mungu kana igũrũ othe Geithia mũndũ Geithia mũndũ Wendo mwendete Mungu kana igũrũ othe Jesũ
mwende mwenete wamoko na igoro Yesu. Hallelujah. Hallelujah.
just one song. Praise be to God. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Na kuabudu maana niwe Bwana, na kuabudu maana niwe Bwana, na kuabudu maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka, twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka, twakuinua maana niwe Bwana, twakuinua maana niwe Bwana, twakuinua maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka, twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu maana niwe Bwana, twakuabudu maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka. Basi pata dakika kidogo, dakika chache, umwabudu Bwana, umwambie Bwana ni asanti kwa sababu ya wema wake. Inua kinywa chako umwambie Bwana ni asanti kwa sababu ya ibada ya leo. Mwabudu Bwana kwa sababu ya uzima wa milele.
Mwambie ni asanti kwa kutuleta katika nyumba yake jioni ya leo. Mwambie Bwana ni asanti kwa vile amekulinda kutokana na maovu aina mbalimbali. Mwambie Bwana ni asanti kwa sababu ya ibada ya leo. Mwambie Bwana tunashukuru kwa maana ni yeye ametuleta mahali hapa. Ni yeye ameagiza nyayo zetu sifike mahali hapa. Basi mwambie Bwana ni asanti. Mwambie Bwana ni asanti. Thank you, Lord. Oh, we worship you, our God and our King. How excellent is your name, our God. We worship your holy name. Oh, there is no other name like your name. Oh, you are awesome in this place, our God. Oh, how excellent is your name in our midst. Oh, we shall speak of your goodness, our King. We shall declare of thy works, O Lord. We shall sing of your praises in the midst of the saints. We shall say, you are the Lord our God. Oh, you are our King and our Father. We worship your name this evening. Oh, we worship your name, our God. You are worthy of our praises. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. You are worthy to be praised in this place. Oh, we worship you, our King. Oh, you are excellent in our midst. You are awesome in our presence, Jehovah. We thank you and we worship your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jehovah. Thank you, our King. Oh, thank you, Jesus. We worship you. Thank you, our Father. In Jesus' name, amen. Muriaga thini wa mwathani muriaga ringi matatu muriaga umuthi ni muthenya witũ wa gatatu gukorwo na ibada ĩno na nĩtũhetwo ũhoro wa tuiganĩte ona ngiuga nĩoika gũkũ kiumia kĩgima gũkũ gwitũ atwĩraga ndeto ta icio atũheaga rĩ ti ahunjia aingĩ mahotaga kwaria ndeto ta icio atĩ nĩegũconoka na andũ ake nĩ aganu ta njoka cia nda. Rĩu koguo nĩ ũratwĩka wega mũno nĩ ũndũ ũcio Ngai tũho nĩgetha tũmũhe kahinda twagathaia rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ twahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ Ngai witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ Jehova Ngai wa maithe maitũ Ibrahim na Isaka na Jakobo tũrĩa tũra muoyo mbere yaku na Mũrungu na roho mũtheru thĩinĩ wa moko maku ithe witũ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana mahinda maya ma hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũgĩcokeria rĩtwa rĩa Jehova ngatho nĩ ũndũ kuma rĩrĩa tũratiganire hwaĩ ona gwakĩa rũcinĩ nĩ ũtindanĩtie hamwe na ithuĩ kwĩriũa ihiũ kana rũhuho kana heho na watũhe rũtha rwa gũka hema-inĩ ĩno ihinda rĩngĩ ũrogocwo na ũkumio nĩ ngoro citũ tondũ ũtugi waku nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ na rĩu ithe witũ nĩtũkwarĩrio ciugo imuoyo ta iria tũrahetwo iyo na ira ũmũthĩ no tũkuongererwo ingĩ nĩgetha mwaka ũrĩa wothe wakĩtwo nĩ mũcukani ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ ũtharũke ũtwake mwaka mwerũ wa kĩroho tũiguĩre tha tuonokie tumenye ithuĩ twĩhaana arĩa matarĩ ho wega-inĩ no tugi-inĩ waku Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ onaguo ũthamaki wa igũrũ na wa thĩ tuthamakĩrwo nĩ Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise God. Praise God. I'm blessed this evening. My name is Mariam Mohia and I'm blessed to be here. Muigue muri andu amagania ni gwitikira gukorwo me hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na nĩ tũhunjĩirio ciugo njega mũno arĩa matũjoini ũmũthĩ mũthenya ũyũ wa mbere karibuni sana arĩa matũjoini mũthenya ũngĩ karibuni sana ndikwenda kũrĩa ihinda mũno ngwenda tũrute indo citũ na tũkĩrutaga indo citũ ngwenda kũhe kwaya kanya. So choir, it's your chance. Karibuni sana. Even as we give our offerings and even as we get ready to hear the word of God. Karibuni sana wana choir. Maybe studio you can display our pay bill. Even as the choir comes, karibuni sana.
After the choir is done and we are done with the offering, Pastor will take over. So karibuni sana. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema kweli. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema. Ametutendea mema, huyu Yesu ametutendea mema, mema. Ametutendea mema, ametutendea mema, mema sana. Amekutendea mema, huyu Yesu amekutendea mema, mema sana. Ametutendea mema, Yesu ametutendea mema, mema sana.
Haleluya. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Bwana jioni ya leo tena kwa kufika mahali hapa miguuni mwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ili tukasikize neno lake na tukaweze kuoshwa. Bwana asifiwe sana. Na leo nafikiri tunaenda pale chini ni kama kumalizia kwa miguu. Bwana asifiwe sana. Sababu tulianza na kichwa, jana tukaosha mwili kuanzia kiuno kwenda mpaka kwa shingo. Na leo tunaenda upande wa miguu. Si ndio? Na wajua katika kitabu cha Revelation 7 neno linasema kuna wale wanatumikia kiti cha enzi cha Bwana huko mbinguni. Na mmoja wapo ni malaika. Na pia kuna wazee hapo 24 na viumbe 4 ambao hawana kazi nyingine mchana na usiku. Wao ni kuabudu Bwana mchana na usiku na hawakwami. Neno linasema wanainama mbele zake wakisema ni mtakatifu, umtakatifu. Na Yohana aliona hao malaika na viumbe na hata wale wazee 24. Na alipowaona, neno linasema malaika mmoja wa wale wazee akauliza Yohana, kwa sababu Yohana aliona umati wa watu ambao hauwezi kuhesabika. Na ulikuwa umetoka kila taifa, kila kabila. Ulikuwa umetoka kila pahali, kila jamaa, kila lugha. Na basi walikuwa wamekusanyika pale, na neno linasema ya kwamba walikuwa wengi hawezi kuhesabika. Na walikuwa wamevaa mavazi meupe. Wakiwa wamechukua mitende katika mikononi mwao. Na malaika mmoja ama mzee mmoja akauliza Yohana kama anawajua wale. Naye akamwambia, Bwana, wewe ndiye unajua ni nani hawa. Naye akamwambia, hawa ni wale wametoka katika dhiki kuu. Lakini wote wameosha mavazi yao ikawa meupe na damu ya Yesu. Na ndio sasa wako mbele ya kiti cha enzi na watamsifu Bwana milele na milele. Na hawatakuwa na njaa tena, hawatakuwa na kiu, hawataona joto tena, kwa maana watakuwa chini ya uvuli wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Yohana ule mzee hakumwambia, aliona watu wametoka kanisa la African Holy Ghost. Aliona watu wametoka katika kanisa la CFF, katika kanisa la Anglican, katika kanisa la Deliverance. Hakuona hao. Aliona watu ambao wameoshwa na damu. Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza sagaa kwa nini mtu ambaye hana kileba anakuja katika madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ikiwa wewe unafikiria huko ni Wakorintho tu atakuwa, umekosea. Hata hawakuonekana. Haleluya. Umesikia pahali pamesema Wakorintho? Hakuna. Wale walionekana ni wale tu wameosha. Na walikuwa wametoka kila eneo la ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Lazima tuanze kujifundisha kukaa vile tutakaa mbinguni. Haleluya. Kwa maana mbinguni utakutana na wote. Na ile common factor ni kama wewe umeoshwa na damu. Ikiwa wewe umeoshwa, basi wewe utaruhusiwa uende pale mbele ya kiti cha enzi. Haleluya. Ukitazame vizuri
Wajua hata huku ulimwengu kukaribia kiti cha enzi ni ngumu sana. Kiti cha mfalme, cha president, utachukuliwa ukijaribu kukaribia hapo. Lakini ile kiti ya Mungu mwenye nguvu zote, wale watakuwa wameosha nguo zao kama vile tumeambiwa tuoshe, basi watafika mahali pale. Bwana asiwe sana. Basi taki tuchukue muda mrefu, kwa maana tunashukuru sana kwa askofu mkuu kuja kuwa pamoja nasi. Na pia tumeshukuru kwa kuwa pamoja na askofu wetu, pamoja na askofu Johana Wiri na Reverend Elijah Harrison. Tumeshukuru sana kwa kuja kwenu, na kuna wachungaji wengine wamekuwa pamoja nasi, wangeweza wasimama tuwatabue, kwa maana neno linasema tuwape heshima wale watakiwa wapewe heshima. Ikiwa wewe ni mchungaji, wewe ni deacon, simama tukuheshimu. Bwana asifiwe. Haleluya. Asante sana. Naona tuna mchungaji pale nyuma. Tuna mchungaji Hosea, mchungaji kutoka Kikuyu, tuna mchungaji kutoka kule Kayole, ndugu yetu Suleiman, na mchungaji Zakari Wadaro. Asanteni sana. Tumeshukuru kwa kuwa pamoja nasi. Bwana wabariki sana. Pia kuna wamama ambao ni wachungaji ama askofu, isipokuwa mke wa askofu mkuu na askofu wetu. Basi hao wengine wote wanaweza simama tuwatabue. Amen. Basi tunasema ni asanti kwa kuja kwenu. Bwana wabariki, na tumeshukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante sana Mama Shiro, tumeshukuru. Huyo ndiye ametufanyia contact na askofu mkuu, na tunashukuru sana. Lakini nitauliza mke wangu kwa sababu niko hapa. Na niliwaambia jana mundu andu mendaga kindu kiao, na tondu giki riu ni giakwa. My dear. Amen. Kioguo negenete muno thiini wa Jesu. Ngai aturathime tukigwa kiugo. Karibuni sana. Asante sana. Basi hatutafanya jambo lingine. Nitamkaribisha askofu mkuu ili aweze kutuletea neno la Bwana. Kwa maana kesho ajua anakuaga na kazi kubwa. Ndio maana leo amesema ataka kuanza mapema, kwa sababu kesho anaanza kuhubiri 6 ndio anaanza kazi ya Bwana. Siku nzima hakuna kazi nyingine. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo ni vyema tumpe nafasi ili atupe neno na awe na nafasi ya kwenda kupumzika. Karibu sana askofu mkuu. Basi wewe hapa tunasemanga yule ana neno ndiye pia analibariki, kwa maana Yesu aliigagalia juu kabla amege mkate na akaubariki. Basi wewe ndiye utabariki mkate pia. Karibu sana. Na pia uombe sadaka. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwa. Nashukuru Bwana kwa kukaribishwa hapa kwa kanisa la Wakulino. Asante sana mchungaji Moses, bishop wetu mkuu Stefano, God bless you very much. Na bishop rafiki yangu Johana Wiri, Mungu akubariki sana. Na Wadaro ni rafiki yangu ya siku nyingi, tangu wakati tulikuanga kule River Road, wakati wa cassette, kabla shaitani hajasishida, watu wengi wakakosa kazi. Nashukuru Bwana, asante sana. Na pia vile vile wachungaji wote, deacons wote, viongozi wote wake wa wachungaji, Bwana abariki sana. Na mimi nimekuja hapa, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nikakuja na mke wangu Ruse. Naomba wasalimie tu na mkono na tutatosheka. Asante. Sasa ningependa kusema, nilihubiri hapa sana jana juu ya kuosha mwili wetu, na jana tuliangalia moyo.
Na moyo ndio mgumu sana kuosha kwa sababu umejifisha sana, hauonekani. Na siku ile tutaondoka duniani, tutafuatana na moyo wetu biguni ama kule mtu ataenda. Na kwa hivyo mambo ya moyo ni mambo mazito, na mimi ni tumaini langu na kwamba mliosha mioyo yenu, kwa sababu biguni ni bali sana. Mkikosa kuosha mioyo mtazuiliwa. Kuna watu waliondoka duniani wakifikiria wataenda biguni na hawakuenda kwa sababu walikuwa very busy. Unajua kwa nini hatuogi vizuri kiroho? Ni kwa sababu ya kuwa busy sana. Tunafanya biashara, kusomesha watoto, kutafuta pesa, mpaka wakati wa kuoga spiritually unakosekana. Na kwa hivyo parapanda ikilia hautaweza kujitetea na kazi. Bwana, ni wewe ulinipa watoto wengi, nilikuwa nawasomesha. Kila mtu ambaye hatakuwa amejisafisha atakosa nafasi ya kuingia. Sasa nikipeana huu jumbe wangu ambaye ni wa kumalizia kuosha mwili wa kiroho na mwili na kuosha mwili, ningependa nifanye summary ya mambo yale nimeongea yote nikimaliza kuomba. Kwa hivyo kama unaweza kufungua pamoja na mimi Efeso sura ya 6, tuangalie kuanzia mstari wa 11, alafu tuombe. Vaeni silaha zote za Mungu, hiyo ni verse 11, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote mpate kusimama. Mstari wa 14, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dalili ya haki, na kufungwa miguu utayari tupatao kwa ajili ya amani, na zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima michale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni shepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambaye ni neno la Mungu. Wacha tufike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe kwa ajili ya hilo neno. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa dakika chache ambazo nitasimama hapa siku hii ya Friday evening, ya Saturday evening, ya kwamba Bwana katika kila jambo nitakalo linena utabariki watu wako. Ninaomba ya kwamba utanipa ufahamu, hekima, busara na maarifa ya kuongea neno lako kwa njia inayostahili. Naombea sadaka zetu za leo ambazo tumeweka katika madhabahu yako, na sadaka nyingine yoyote tunaweza kutoa baadaye, ibariki. Na inaomba ya kwamba Bwana katika hali zote kutana na haja zetu kulingana na utajiri wako katika Kristo Yesu. Na tunakemea nguvu zote za giza na mamlaka yote ya shetani ambaye huzuilia watu wabarikiwe na wasikie neno. Tukikausha mamlaka yote ya giza kwenye area hii na kuomba watu wakibirie kanisani waokoke. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa jana nilisukuma wazee sana. Pole sana wazee kwa kuwasukuma sana, lakini mioyo ya wazee lazima ioshwe. Ndio sikuweza nilikuwa mzito sana kwenu. Kina mama hata nyenye niliwasukuma kweli kweli, na siku moja mtashukuru, mtaona nilifanya vizuri kukuja kuwasukuma hapa kanisa la Holy Ghost. Kwa sababu unaweza kunyamaza tu ufikirie wewe ni mzuri, alafu ukute kule kwa mlango useme mimi nimetoka kanisa la Holy Ghost kule Nairobi, uambiwe jina lako halipatikani. Unajua ni nani utainukia? Sisi mapasta. Pastor, nimeambiwa jina hakuna. Kwani kuna kitu hukutuambia? Ndio nimewaambia everything. Nilisikia kuna mtu mmoja alipelekwa na Mungu kuona hero. Mimi sijapelekwa huko, lakini nimepelekwa heaven mara kadhaa. Lakini hero sijaenda. Yeye alienda hero. Akakuta mzee mmoja anawaka moto na anasuguka akisema kuna mtu anatafuta. Alipoona Yesu akamwambia Yesu, mimi nilikufuata na nikakupenda, lakini nilikuishia hapa. Na mimi siwezi kupumzika mpaka nione yule mchungaji aliyeshindwa kuniambia vile nitafanya nifike kwako. Sasa alikuwa anatafuta wachungaji. Naye wachungaji wanashomekeanga pande nyingine.
hawachanganywi na washirika. Alitafuta sana mpaka akasema ya kwamba ametafuta miaka 10 kuona pastor. So na mimi sitaki tufike kule binguni nianze kutafutwa na washirika wakiniuliza, mbona huyo mshirika alikuwa anakunywa pombe? Mchungaji na ndiye alikuwa anajenga kanisa, ndiye alikuwa na support kanisa na pesa. So mchungaji akaona sio vizuri kumwambia washe pombe kabisa. Akamwambia awe anaidhibiti, asilewe sana, awe balance. Sasa akabalance, akakufa akibalance. Kule walimwambia jina lake aliko. Sasa anatafuta pastor amuue tena, na pastor alikufa na yeye alikufa. Sasa alikuwa anatafuta pastor amuue tena. So kwa sababu zote tutafika biguni, tusifike huko tuaibike. So ningependa kusema hapa ya kwamba tumeona, sijui kama mumeona vile Paulo amepanga. Paulo ni mwenye kuandika hii kitabu. Sijui kama mumeona vile amepanga silaha zile tunafaa, ama nguo za kiroho zile tunafaa kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu. Hakuzipanga vile mimi nilipanga. Hakuanza kichwa, alianza na mshipi. Hakuna kitu muhimu kwa nguo ya kiroho kama mshipi, kwa sababu mshipi ndio inashika nguo zote, ya juu na ya chini inashikwa na mshipi. Kwa hivyo alianza na mshipi. Na sijui kama mumeona hivyo kwenye mstari wa 14, na amesema ya kwamba kila kinafanya tufae hizi silaha ni kwa sababu ya manguvu ya mapepo. Hata kama unatuona tukiwa kanisa moja, level zetu za vita ni tofauti. Kuna watu mnapigana vita huko chini kabisa, kuna wengine mmeenda level ya 2, kuna wengine mmeenda level ya 3, kuna wengine mmeenda level ya 4, na nimeona ni karibu level 5 za vita. Kwa hivyo hata kama tunasoma kanisa moja, vita zetu ni tofauti. Kuna mtu iko kwa kanisa hata vita hapigani, ni kidogo tu, kwa sababu na yeye hata kule mbinguni atakuwa mdogo. Na Biblia inatuambia mstari, sijui mstari wa ngapi, mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu. Kwa hivyo kuna mashindano, tunashindana kila siku. Na nguo zako kama hazijafungwa vizuri, muende mshindane na mtu, atabaki nazo kwa mikono. Shetani tunapigana naye every day, hata leo tumepigana naye. Nguo zetu kama hazijashika mshipi vizuri, zitawachwa. Nilikuwa ninaona mwalimu wetu akitupeleka michezo ya shule, alikuwa anatuambia kila mtu ajaribu kuvutwa nguo na mwenzake, ionekana kama itatoka. Maana nguo ikitoka ukiwa kwa kiwanja katikati, hauwezi kuendelea. Lazima kwanza usimame, utengeneze nguo na goli itaingia. So tulikuwa tunaambiwa kila mtu apimwe nguo mzuri, apime nguo vizuri, aweke mshipi, na wale hawana mshipi tukapewa tukiheo dishi ya ikogo ni mwalimu wohe no nyitie fiu todo gwewe giuma ono wakora uma number 1 ihenya gwe gimono wabe ugiate leke yabe yume thiage mundu aroga magiro hau, unasimama hapo kwanza, unaitengeneza, unapitwa na watu wote, wanafika mwisho. Kwa hivyo mshipi ndio number 1. What is the belt? Ni uachane na uongo. Na tuliona jana ya kwamba tumeongea uongo sana. Tumedanganya mtu wa matatu, tumedanganya kiateka wa kule tunakaa, tumedanganya hata kuna mtu mwingine alidanganya mtu na mimi simjui. Tulikuwa tunatembea pale town hivi, tunatembea, nikasikia akisema niko hapa Nakuru, hata ndio nimefika kwa stage na mimi simjui. Nikamwambia ndugu yangu, unasema uko Nakuru? Akasema kwani ni pastor? Nikamwambia kwani ni mshiriki wetu? Na kutoka hapa town anasema hapa Nakuru na amefika. Nikaona kweli watu hawajui mshipi ni kuongea ukweli. Hata kama utakosti nini, please speak the truth. Hata kama utakosa chakula jioni, nena ukweli, kwa sababu ukidanganyana utasaidika dakika hiyo, lakini kule mbele utakuta hauna mafasi. Na niliona hapa, nilisema kuna wakati huwa tunaota usiku, unaona hauna nguo. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ile uongo umeongea umepita kiasi mpaka nguo zote sasa hauna, unatembea original. Parapanda ikilia kama hauna nguo, ndio hiyo mambo yako imeisha. So tunashindana na juu ya atushindani juu ya damu na nyama,
Kwa hivyo tuachane na vita za kushindana na watu, kutukanana na watu, kupigana na watu. Tuondoke hiyo level. Hiyo ndio level ya chini. Kupiga mtu makofi, kuambia mtu hivi, kufanya nini? Kukuoru, kugobana. Na Biblia inasema tunapigana na falme. Kuna ufalme unatawala hapa, huruma. Na ufalme huo hauonekani na macho. Lakini ukiangalia watu wa huruma, kuna dhambi wanafanya zinafanana kulingana na ile ufalme inatawala hapa juu. Hiyo ndio tunapigana naye. Hatupigane na watu. Kuna kijiji kingine kiko njia hii ya kwenda kule Thika, ambaye Bwana Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya alipea wanawake wajane. Akawapea, akasema wanawake wote wajane wajenge nyumba huku, na akawasaidia na pesa wakajenga nyumba. Sasa tulienda huko siku moja, tukakuta mzee amekufa huko. Maana sasa si siku nyingi zimepita, watu wengi wamejaa huko. Tukakuta kuna mzee amekufa huko. Tukaenda tukauliza hao watu wa huko, kwa nini huyo mzee amekufa haraka hivyo? Mama mmoja alituambia, hii kijiji ukikuja na mume lazima akufe. Maana hii kijiji Jomo Kenyatta alipeana, akasema ni ya wajane. Kwa hivyo bwana wake wakikuja tunawaambianga, kama uko na bwana usikuje naye atakufa. Na huyo alikuja naye na akakufa. Hiyo kijiji iko na wanawake tupu na watoto. Si unaona sasa kina ufalme unatawala? Niliwaambia sasa lazima tuende huko tukafanya maombi. Tukafanya maombi kwa sababu wengine walijenga nyumba nyingi, kwa hivyo wasichana wao wakaolewa nao wakawachwa. Sasa imejaa wajane. Huko ukienda useme meeting, revival meeting ya widows, ni wengi kweli kweli. Na kwa hivyo hata huko Huruma kuna eneo ukiangalia zinatawaliwa na falme ya giza ya Shang'aa. Kuna eneo hapa Kayole, huwa ninaenda ninasikia ukienda huko lazima uashane na bwana yako. Divorce ziko nyingi sana hapo. Kuna eneo zingine ukienda hapa pande hizi, ule mfalme anatawala, watu wote ni waizi. Hata ukiona mtu ako na duka hapo, anauza vitu za kuiba. Everybody is a thief na hawaoni kama ni kitu. Nilienda kutembea siku moja hapo kataoni kengine kako kule chini Korogosho na huko chini. Nikasikia vijana wakisema ile suti iko na mzee ya blue ninunulie. Nikasimama hapo nikauliza ni nini mnasema? Kaniambia wewe enda zako, tunauza ile suti na iko imevaliwa na mzee. Na mzee anaenda barabara na waliuza. Huyo mzee walimshika hapo mbele. Nilimkuta wamemwashia kenyasa na shati. Suti ilipewa mtu ikiwa moto. Nikaambia hiyo vijana wakuja kwa kanisa, nao wakaanza kuniambia, na hata hiyo suti yako mhubiri ni kama inakaa mzuri. Hao vijana wakalio dudu ndio niliona wakifanya hiyo tabia. Sasa nikusema kila falme zinatawala, tunapigana nazo. Tunapigana na vitu hatuoni na macho, na sisi tunaonekana. Ndipo lazima tuwe tumefaa silaha. Ile vitu yule shaitani tunapigana naye haonekani. Tukimuona mahali tunaweza kumshika. Alafu dunia yote itakuwa free. Kwa hivyo haonekani. Ile mapepo inakupiga haionekani. Wewe ndio unaonekana peke yako. Na diposa wakati tunaomba, tunafunga macho, tunaanza maombi, ndio tuna sense zile powers zinapigana na sisi. Samahani, sasa tunapigana na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili. Hawa ni washawi. Ndio wanasimamia giza usiku. Ndio wananyonga watu wakilala kwa kitanda. Ndio wanapea watu idea baya. Unalala kwa kitanda, mapepo inakuambia mambo mabaya sana, mambo mabaya ambayo italete shida. Unaamka na hiyo idea, unaletea watu shida. Hawa ndio wanatawala. Biblia inasema ya kwamba wanatawala ulimwengu wa giza. Na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo kwa sababu ya hizi vita unasikia kuna majeshi ya mapepo. Na mapepo ndio inaambia wanadamu ile dhambi watafanya. Mapepo ndio inaambia mtu uua. Mapepo ndio inaambia mtu washana na mke wako, washana na bwana yako. Hizi mapepo ni kijeshi kikubwa. Na kwa hivyo Biblia inasema lazima tufae silaha. Ndipo sasa tukasoma habari ya kujiosha kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu. Na Biblia inasema basi mstari wa 13, kwa sababu ya mashaitani hiyo
na mapepo hayo na manguvu ya giza. Kwa sababu hiyo, chukueni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na muweze kusimama. Ukisikia Mkorino ameanguka, ujue mapepo ilihusika, sio wanadamu walihusika, kulihusika ma spirits. Ukiona Mkristo kama mimi ama wengine usikie kuna kitu wamefanya, mashaitani ilihusika. Na ndio mtu asishawishiwe na manguvu ya giza ayati afanye vibaya, lazima awe na silaha. Na uwezi kufaa silaha kama wewe si msafi. Lazima uoshe mwili wako wa kiroho uwe safi. Mtu wa ndani awe safi, ndio afanye mtu wa nje kuwa safi rahisi. So Biblia inasema mstari wa 14, basi simameni mumejifunga ukweli viunoni. Kwa hivyo Paulo akaanza na mshipi badala ya kuanza na kichwa, alianza na mshipi. Shetani akipigana na wewe haanzani na kichwa yako, anaanza na mshipi. Akibishop anaweza kudanganya. Je, huyo mama anaweza kusema uongo? Hiyo ni mshipi inatafutwa. Kwa sababu shetani anajua ukipigana na yeye na amekunyang'anya mshipi, ni nguo kwanza utashikilia ama ni yeye utapiga. Nguo zako zitaanguka. Na Biblia inasema ya kwamba hali mmejifunga kweli viunoni. Mshipi wa kiuno ni kuongea ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Okay, najua kuna Wakristo wakiongea ukweli watakuwa wameolewa tena, mambo itaisha. Lakini afadhali ikuishe na uongee ukweli. Kuna Wakristo wengine wakisema ukweli, biashara imeisha. Maana inawekwa na uongo. Kuna kijana tulifanyia harusi kubwa sana kwa kanisa letu. Harusi kubwa. Zote tulikuwa tunaimba hivi, tunaenda mbele tukirudi nyuma kuibia harusi. Na kuko tumefaa kara na nguo zingine za ajabu za harusi. Kumbe kijana alikuwa amedanganya msichana. Ati hii kahawa iko hapa ukielekea Kiambu. Hiyo kahawa yote iko hapo. Ati ni ya baba yake. Ati na amemwambia kama hutaoa sitakupatia. Msichana akasema hiyo kahawa yote na akamwambia hiyo yote ni ya my dad. Akachukua gari hapa mjini. Akampeleka mpaka hapo, na unajua hiyo kahawa isipokuwa ni leo kumewekwa ukuta, ilikuwa inakaa haina ukuta. Walisimamisha gari hapo, msichana akaigizwa kwa kahawa. Anaonyeshwa vile kahawa inakuanga. Namwambia unaona mpaka kule juu kwote ni kwa baba yangu. Na unajua sasa huwezi kuulizwa kuingia kwa kahawa, maana wanajua hata hauwezi kukula kahawa. Kaonyeshwa. Msichana alifanya harusi ya bidii sana. Baada ya kumaliza, kijana akaanza kumwambia, msichana akamwambia baada ya mwezi mmoja, siuambie baba yako sasa kwa vile umeoa, sasa uko si tuende tuchukue ile kahawa. Kijana alimwambia, mimi naona nikuambie ukweli, hata hiyo kahawa sijui ni ya nani. Nilikuwa nakudanganya ndio nikuoe. Si unaona sasa kijana wakati aliongea ukweli? Nilisikia mke wake amerudi kwao. Tulienda mpaka kumtafuta kijiji. Anatuambia kijana alinidanganya. Na Mercedes nyingine alikuwa anambeba naye anamwambia ni ya baba yake. Alikuja kugundua ni hizi za PSV za hapa town za kukodesha. Hata kijana hana gari. Baba yake naye ni mkulima, analima kule kijiji boga na mahindi. Na sio zile za kuuza, ni zile za kukula. Unajua kuna ukweli unaweza kuongea iwe very expensive. Ni vizuri kuongea ukweli. Afadhali mke wako akushukie umwambie ukweli kuliko akajulie ukweli mbele. Ati tukiwa mbele ya Bwana pale ndio mke wako anakuuliza haya wachira. Ulikuwa hivyo? Unamwambia ndio. Afadhali umwambie ukiwa hapa kuliko kaibikie kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukweli mwingine unakuwa very expensive, lakini afadhali ulipe gharama na uongee ukweli. Lipa gharama na uongee nini? Ukweli. Sasa kama sisi wanaume tukifika mbinguni, ujue mambo yote umefanya dunia hii itaandikwa hapo kama kitambaa. Na mke wako wako hapo akiona. Niguo wewe kilele wajirita wathiite Mombasa. Ulifanya hivi siku ile uliniambia umeenda Mombasa. Tutaulizwa maswali ambaye na watu wetu wako hapo. We simameni umejifunga kweli viunoni. Number 2, from kiuno ile mahali ambapo ni sensitive ni hapa kifua. Tulisoma jana, moyo. Hapa kifua. Ukifunga mshipi, next ni kifua unalinda. Maana kifua ndio kwenye uhai.
na kifua ndio kuko na feelings, kifua ndio kuko na hisia, kifua ndio kuko na mawazo, na vitu vyote ambavyo tunafanya katika maisha ziko kwa kifua chetu. Na Biblia inasema tufae dali ya haki. Mweohei indo ciothe cia Ngai cia mbara niguo muhote gwitiria. Muhari wa 15 kauga, nasoma sasa kwa Kikuyu, ni undu ucio mwihandai wega, mwihotorete wega, mwihotorete mushipi wa uhoro uria wa ma njohero. Kwa hivyo mushipi ni ukweli. Na mweohete gako ka kugitira githuri karia ka uthingu. Kwa hivyo mushipi ndio number 1, number 2 ni gako ka githuri. Dalili ya haki. Haki ni nini? Haki ni kusaidia watu. Haki ni kutoa jasho yako, pesa zile umepata, unapelekea mjane, unapelekea yatima, unaleta kwa kanisa la Bwana. Hizo ndizo zinaitwa matendo ya haki. Agikoro ugaga pesa ciaku ni nyinyi, wewe huwa unasema pesa zako ni kidogo, hauwezi kusaidia mtu, hata kanisani hauwezi kutoa, kifua yako ni wazi, wewe unahatarisha maisha yako. Hata mimi na ni mhubiri, lazima nitoe, lazima nijitolee pesa ndio niwe na protection ya kifua. Kwa hivyo watu wale ambao hamujitolei vizuri, mumewacha kifua wazi. Kanisa hili la Wakorino mimi ninaonanga linatoa fungu la 10, ama alitoi Pastor Moses? Mtu yule hatoi fungu la 10 anaitwa nani? Mwisi. So sasa basha ni waweke hiyo swali, kama wewe ni mwaminifu na fungu la 10, inua mkono. Na hapa tuko kanisani, anything can happen. Kama wewe unatoanga fungu la 10, inua mkono. Kamili kabisa. Mungu anajua. Wakorino ni mwanyitolea doria. Sasa kifua ukiona kinakosa kulindwa, wewe mwenyewe umeamua kuiba sadaka. Umekula zako, umemaliza, umekula za Mungu, naye hata kupatia. Tunaweza kukosana na watu nyumbani, inafanya tusikie uchungu mpaka unarona machozi. Unasema ile maneno nimesikia yangu fulani yameongea, na hizo ni mishale zimetupwa, kwa sababu na wewe baada ya giving wewe si mzuri. So kama wewe ni muisi tayari, parapanda ilie leo, utaenda wapi? Na waizi hawataenda mbinguni. Kuwa mwaminifu kwa fungu la 10. Wakati mimi tulifanya harusi na mke wangu, tuliambiana hivi, fungu la 10 hatutaweza kukula maisha yetu yote. Mpaka ile vitu tulipewa kwa harusi, tulitoa fungu la 10 tukapeleka kanisani. Na mpaka leo fungu la 10 hatulikurangi. Hata siku ile liko nyingi, tunaenda mpaka tunajengea watumishi nyumba ya kanisa kama hii. Tunawajengea. Kwa sababu tunahitaji kulindwa kifua. Hapa ndipo kwenye uhai. Biblia inasema mambo yote ya maisha inatoka kwa moyo. Kwa hivyo lazima tulinde moyo. So wakati unakosa kuwa mwaminifu kwa pesa, ni moyo wako unakataa kuufunika, mishale itakuingia. Na unaweza kudugwa mshale mmoja wa kuchukia bibi yako, mke wako mchukie kabisa. Unaweza kudugwa mshale mmoja mpigane na mtoto wako. Unaweza kudugwa mshale mmoja kule unafanya kazi mpigane na wenye kukuandika. Kwa sababu mshale hiyo inashika feelings zako. Unasikia vibaya kwa nyumba, unasema na watu kazini wananidharau sana, na ni mshale umekuingia. Hizo mishale ndio tukae na amani wiki mzima, tukae na amani mwaka mzima. We must be givers. Na sio fungu la 10 peke yake. Fungu la 10 linafungua dirisha za mbinguni. Na wewe unahitaji hata milango ya mbinguni ifunguke. Unahitaji kujitolea vitu ambavyo vitafanya wewe na familia yako muweze kucancel mambo yale mabaya imefanywa kwa family zenu. Kwa hivyo ndio uwe na hii protection ya kifua. You must be a giver. Na usipeane tu wakati pastor anaitisha pesa. Peana hata wakati hajaitisha. Peana hata kwa wale maskini walio karibu na wewe. Peana kwa yatima. Peana kwa wajane. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine ukipata baraka, Mungu akikubariki, lete chakula nyingi kwa hii kanisa.
Maskini wakikuja wanapata kitu ya kupewa, waende wakakule. Hiyo ndio sasa haki. Ucio niguo uthingu. Uthingu ti gwetheria, uthingu ni kuheana indo ukagia na ugitiri. Utharu niguo gwetheria, uthingu ni indo kuheana. We giver. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uko na nguo nyingi. Kwa nini unaweka nguo nyingi kwa nyumba? Na viatu unaweka nyingi mpaka unakosa kwa kuweka, unaweka chini ya kitanda. Parapanda ikilia leo, utasema hizo viatu ulikuwa unafanya nini? Kuna siku moja Bwana aliniambia vita ni nyingi ya kiroho unapigwa naye. Uwe mwenye haki ndio hizi vita zisikushinde. Nikamuuliza Bwana, nitakuwa haki namna gani? Akaniambia peana vitu zako. Peana vitu zako. Mimi nilikuwa na masuti nyingi nimenunuliwa na watu. Nilikuwa nimehubiri wanawake walikuwa wanaenda India kuchukua masuti wananiletea, wengine wanaleta fungu la kuru. Nilikuwa na masuti nyingi. Nikaita wahubiri wote hawana suti. Wote walikuja kwangu wakakunywa chai, alafu nikawamwagia masuti yote hapo wachague. Kila mtu alitoka na suti zake hapo. Tukaomba, wakaenda na furaha. Nilibakisha suti moja yangu tu ya kwenda Sunday kanisani. Usiku wakati nililala, nilikutwa na malaika wa Mungu. Mimi sikuwa nimeona malaika bereni, alinistua. Mimi sifikiriangi ni wakubwa hivyo. Bawa moja ya pande moja ni kama hapa mpaka pale kwa barabara. Nilimwangalia hivi nikajua sasa siku zangu zimefika mwisho. Maana amekuja kufanya nini? Akaniambia usiogope. Nimetoka mbele ya Mungu, nimetoka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ninaomba uniangalie mwili wangu vile niko. Nikamwangalia, niliona ni suti zangu. Amevaa suti zangu kutoka chini mpaka juu. Suti moja ikikuja ingine. Nikamwambia kwani umevaa nguo zile nilipeana? Akaniambia nimekuja kukuambia nguo zako zimefika mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Na kuanzia sasa utafute kwa kuweka nguo. Mungu amekuambia utapata nguo kutoka dunia mzima. Ndio nilisema kumbe unaweza kupeana kitu kifike mbinguni. Wacha nimwambie story nyingine ya Bible. Mnakumbuka Gideon wakati alikutwa akaambiwa atapigana na Israel. Si mnakumbuka alipea Mungu keki? Si alitoa mkate? Akatoa mkate akaekelea kwa mawe. Malaika akaiguza ikachomeka. Wakati walienda baada ya muda kidogo wakaenda wakasikiliza ndoto limeotwa na Wafilisti. Wafilisti waliota namna gani? Walisema nimeona mkate umekuja usiku. Ukakuja kwa kambi yetu mkate ukatupiga zote tukaisha. Kwa hivyo ile sadaka alitoa malaika akashoma ndio ilienda ikiwa sadaka usiku, mtu Mfilisti akaiona inakuja ikiwa mkate. Gideon akasema tumeshinda vita. Sadaka zako ndio zinafanya ushinde vita ama ushindwe. Ukikosa kuwa mwaminifu na masadaka yako, hii dunia itakusubua. Kwa sababu watu wale wanapigana na wewe wametoa sadaka kwa shetani. Na wametoa nyingi sana. Na hauwezi kusema mimi nimetolewa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatuosha dhamiri zetu na mioyo yetu. Ndio Biblia inasema. Na inasema tukioshwa na damu ya Yesu tunaokoka. Hakuna mahali inasema imeosha pesa. Hiyo ni kazi yako. Ama imeosha pesa. Sasa wacha kuosha kireba useme kimeoshwa na damu. Si utasubua hapa na ushafu. So hatuwezi kujumuisha damu tuiweke kwa kila kitu. Lazima tufanye kazi iliyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mungu anaambia Ibrahim ninakupenda, tumetembea na wewe. Ibrahim akamwambia nitapata mtoto siku gani? Mungu alimwambiaje? Ukisoma Genesis 15. Ibrahim alifika mahali akaambia Mungu, niambie ni siku gani utanipa mtoto? Maana ulianza kusema zamani utanipa mtoto. Sasa niambie ni lini? Bwana alinyamaza akamwambia nikuambie ni lini? Akamwambia enda ulete ng'ombe ya miezi 3. Dama ya miezi 3. Busi ya miezi 3. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu Ibrahim anataka kujua nyakati zile Mungu amepanga. Akaambiwa sadaka zako hazikubali ujue. Ndio unaona watu wengine vile mnajitolea hafifu. Ndio unaona hata ukiuliza Mungu nionyesha nitaoa nani? Uonyeshwe na nani? Sadaka zako haziwezi kukubali uonyeshwe. Fikiria peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Mumeona hii mzee ameandikwa kwenye kitabu cha Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10 ni Muitaliani ameandikwa hapo. Si mtu Myahudi, ni Muitali.
Muitaliani wale wanakuanga na Katoliki. Yeye akatoa sadaka nyingi mpaka malaika akakuja kumwambia sadaka zako zimefika mbele ya kiti cha enzi. Kuna watu wanasema baba nitokewe na malaika, nitokewe, lakini sadaka zao hata hakuna. Ndio unaona baada ya kutokewa na Mungu, shetani ndiye anakuja kutaka kujua kama ni yeye ulikuwa unaita. Na wengine hapa mnajua mliokoka kama mumechelewa. Mlishapeana pesa nyingi kwa shetani na vitu nyingi. Sasa shetani akikompea zile umempea na zile umepeana kwa kanisa hili Wakorino tangu ukuje, anasema mundu no wakwa tile kindu arutite takire aduteire nie. Anauliza ati mnasema fulani ni wa kanisa ya Wakorino, ametoa nini huko kwa kanisa la Wakorino? Wanaangalia maana sadaka zako zinaonekananga na watu wa giza na watu wa Mungu. Wanahesabu, shetani anafanya yake calculation toto, pombe zote alikunywa, vitu vyote alifanya, wanawake wote alikuwa nao equals. Maana nyinyi mnakumbuka vizuri, shetani hakutusamehe wakati tuliokoka. Ni Yesu alitusamehe. Failo yako shetani hakushoma, hako naye. Hata haamini kuna mahali umeenda. Yule alifungua failo mpya na akatusamehe mambo yote ni Yesu. Lakini shetani haja kusamehe. Anahesabu yote kutoka ya standard 3. Sasa anasema angalia, hata aliba alifanya nini equals kwa shetani, anasema alipeana milioni 20. Kwa Wakorino wamepeana ngapi? Na kuambia zikihesabiwa ni shilingi 30,000. Shetani anasema na mojera mundu ti wako atia. Tarorole aduteire na ule arutite ku. Ndipo sasa tukiokoka, ndio ukiangalia kwa Biblia watu wale waliokokanga wengine mpaka wanapeana mashamba. Mtu anaokoka kama Zakayo, aliokoka akasema mali yangu yote nusu nitapeana na kila mtu nimenyang'anya. Kwa nini alitoa mali na hivyo? Maana alikuwa anaongea na Mwokozi akashika wokovu ni nini. Lakini sisi tunaokoka sadaka tunapeana mabaki. Yale tumenunua vitu nyingi, imebaki ndio tunapeana sadaka. Ukiona madam anapeana kiatu, ni ile hakiigi kwa mguu. Ona kule mutumia ndoni ria heana kiratu giki kiraihu gitari na kanyamu gaka. Ngiriguo mutumia ucio kuhewa guthia tia fara. No athiri o. Ate mtu akipeana nguo hawezi kupeana suti ile anafaa vizuri. Anafaa suti ile imeraruka ama anaona imekwisha. Ama anaona hata imechange color. Ndio anasema sadaka yangu. Hawajui ya kwamba lazima tupigane na nguvu ya giza kwa haki. Sieko sio dhigu, tuhore shetani tumuzide. Tukikosa kufanya hivyo, shetani atatuweza. Alafu sasa kutoka hapo. Kwa hivyo na baba, kama unataka bingu ikuje ijue baba ni nani. Ibrahim alitambuliwa kwa kutoa mtoto. Paka Mungu akasema nimeona unanipenda. Sasa wewe unaambia Yesu nakupenda. Sasa atajuaje unampenda? Atapima na mita gani? Hata nyinyi Wakorino mmeoa. Hii wanawake ukiwaambia unawapenda, si lazima wakuitishe nguo. No tidio kila mtu mya na kutina shukari guku ningwendete. Gutiri kindu ta kiu. Ni shukari ukure wone kene wendanite. Hata hivi vijana muoni hapa wakiambia wasichana I love you. Wasichana wanawapeleka pale wakanunue vitu kwa hoteli. Kwa sababu Biblia inatukataza tupende na mdomo. Inasema msipende na mdomo, pendaneni na vitendo. Kwa hivyo ukiambia Yesu nakupenda, lete kitu kwa ufalme. Tikugo shugo, Jesus I love you so much. Ninakupenda Yesu. Mimi siwezi kufanya kitu bila. Fungua macho ulete kitu tuthibitishe ni kweli. Hata hii pete mnaona nimefaa hapa, ni huyu alisema ananipenda. Akanifalisha hivi. Lakini angeniambia hivyo, nimwambia hautanifalisha kitu hapana, lakini ujue nakupenda. Sasa ningejuaje? Ukimenya ati mundu ni akwendete, mundu amenyaga wona kinyamukire ya kunengera haiya nini na kweli ni nyendetwo. Na sisi tunasema Mungu anatupenda maana ametupatia hai, ametupatia afya. Kwa hivyo ukisema unapenda Mungu, tuonyeshe ni nini umelete. Sasa ulisa yule mumekaa na wewe tangu uingie kwa hii kanisa wa Wakorino, ni nini umelete kudhibitisha unapenda Mungu? Muulie. Na tukienda kuangalia kule dunia, ile vitu umepeleka dunia, wewe unapenda dunia sana. Ile vitu umepeleka kule ni nyingi sana.
Unapeleka vitu dunia mpaka dunia yenyewe inasema unaona vile ninapendwa na mkulino. Lakini kwa kanisa hakuna. Mimi ni imani yangu mtabadilika muwe na haki katika jina la Yesu. Samahani. Sasa na kufaa dalili ya haki kifuani na kufungiwa miguu upatao kwa ajili kwa ajili ya amani. Tareke thome na Gikuyu verse 15. Na maguru manyu ri mumahariririe guthie kuhunjia horo ria mwega wa thayu. Sasa kulingana na hiyo mstari miguu ndio number 3. Number 1 mshipi, number 2 kifua, number 3 miguu. Hata kichwa hakija sema, maana kichwa kiko na macho kinaweza kuondokea vitu hivi. Lakini miguu haiwezi kuondoka, na kifua na kiuno kinashika nguo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana tulikuwa naye kwa shule mzuri sana. Huyo kijana ndiye alikuwa anafanya tushinde mpira. Na shule yetu ilikuwa serious sana na mipira. Tukishindwa mipira tunaenda nyumbani tukilia machozi. Hata wazazi wakikutana sisi walikuwa wanatuambia, "Kae mwao hoto mufira." Kamera tunalia. Lakini kukakuja kijana kwa shule yetu. Huyo kijana alikuwa anachukua mpira peke yake anaenda hivi. Anaingiza. Paka hao vijana wanajaribu kumtega. Na yeye alikuwa anaruka juu. Anaenda. Lakini kuna siku moja alikuja na suruali haimshiki kiuno. Nilianza kuona ameshikilia suruali na anacheza. Nikaona imefika huku nusu. Anaenda wakati amekaribia mpaka tunasema tutaingiza, ikateremka kabisa. Alisimama hapo. Kabudi airudisha mpira ikaondolewa na tulishindwa 2-0. Kile tu amura giorigire kuhoya suruali mundu ngeniki. Kwa nini ukuomba mtu mwingine suruali? Sasa na yeye anatuambia sasa, nilikuwa nafikiria itakuwa, lakini wakati nilicheza nikasikia kifungo ile nilikuwa nimefunga ni kama imefunguka. Hiyo ndio ilifanya tushindwe. Wakristo wengi wameshindwa kwa sababu mshipi hakuna. Akianza kupigana na mapepo lazima ashikilie nguo. Kwa sababu mshipi hakuna. Sasa hauwezi kuwa na miguu safi mpaka ujifundishe kusuruhisha shida na watu wale mumekosana. Werute mwahitania na mundu uria wagirirwo ni gwika muiguane ringi. Hiyo ni kisomo unatakikana ujipeleke mwenyewe kwa shule. Ujifundishe. Nidahitania na ngania. Igeka ati tuiguane. Kwa sababu watu wengi wakikosana hapo ndipo shetani anaanza. Ukikosana na watu miguu yako inakuwa haina covering na miguu yako inakuwa mishafu. Na ujue miguu ndio inakanyanga dunia hii na mashaitani imejaa. Kwa hivyo sasa utakanyanga kila kitu kibaya, utaumia katika maisha yako kwa sababu ya watu wale mmekosana. Lazima ujue ukikosana na wamama unapitia njia gani msikizane. Jifundishe kukosana na mtu yote kwa mahali unafanya kazi. Wirute kwaga kuhitania na andu. Maguru maku rirotaga we maguru matheri kanitha. Ukauga ne Ngai urahe gitio no ti Ngai urahe gitio. Kiroto kiu kirakuonia nduri na iratu. Ni ugukinyanga meigua uthecwo. Na mimba ya dunia ni nini? Ni mashida ya dunia. Unaona hivi watu wanasumbuka mpaka mtu anakuambia mimi si jarara leo, nimesumbuka usiku mzima. Hiyo ndio inaitwa mimba ya dunia. Meigua ni gutangika nginyokaga toro. Etagwo we muthecha muigua. Ukishomwa na muiba kwa mguu haulali. Mundu no thitima horagia ugaikara urorete uguo ta kimundu gitaraigua wega ugeciria nginya kaigua ndege ni yahituke mwene ngi nguko ni ciagamba unaamka hiyo sasa inakuletea magonjwa ya moyo, kupiga moyo sana, magonjwa ya nervous system huku kwa mgongo inaleta shida, magonjwa ya hypertension, magonjwa mengine mpaka daktari anakupima anakuambia hii ni mpya hajaona. Na ni mwiba umekushoma barabarani miguu kwa sababu hauvaangi viatu. Kwa nini hauna viatu? Wewe hausikizanangi na watu. Wamama lazima ujue kupoesha mwanaume amekasirika. Sio mwanaume akikasirika na wewe unakasirika, mnakuwa level moja. Lazima ujue kumuzima. Uhota kuhoria gasi na ndugu hata kuhoria muthe. Kuhoria mukulino murakaru. Ndongimenya.
Umenye leo ni ndona kuingira ni burakaru. Huyu amekasirika vile ameingia na ni kweli tumemkosea, tutamwambiaje? Lazima ujue vile utasema. Imetabuliwa huwa anashuka. Ukikuja umekasirika, mke wako akwambie na hii kweli ni kuona marakara maitu matirataburu. Hasira yetu haitabuliwi kama wanaume na viongozi wa nyumba hiyo. We ni kweli wazee ama si kweli? Ukarakara na ndurataburu. Ugatigwo wiki hau teburu mwandu magathie toro. No nginya meciri uri ugwika. Lazima hasira itabuliwe. Sio kukosana na mume wako wiki mzima muongeleshani. Lazima ujue vile utafanya ndio muongeleshane. Na hata wewe mfanya ndio muongeleshane. Na hata wewe mwanaume hivyo tu. Nilienda Afrika ya Kusini kuhubiri. Kwa na hubiri habari ya amani. Amani inafunika miguu na viatu. Ukiguana na andu, mundu akoragwo na iratu ta iria cia jeshi. Ungihetania na andu, mundu athia na talitali. Wauma hau gathi maguru matheri. Kiroho. Kuma hau kabiriria gwetaka. Paka unasema sasa hata wakati nilikuwa nasumbuka na hili jambo nikasikia lingine. Nilienda Afrika ya Kusini kuhubiri. Unajua sasa huko kuna wazungu wengi na Waafrika. Sasa kanisa hata ni mzungu alinialika hapa. Akasema tuna mhubiri ametoka Kenya na hatujawahi kusikia mhubiri mzuri kutoka Kenya. Sasa tusikilize huyu ni wa aina gani? Hata nilishindwa na hii mzungu. Ananikwasa kabla nikuje hapa. Ungeota tekuje ta ugekira gakaja. Lakini aliniita nikakuja nikasimama. Kumbe na yeye iko na matatizo. Noi, ungekora tale iratu. Mundu ahengaga andu othe. Kama hauna viatu unakwasa watu wale wengine. Na ukiwa hauna viatu kila mawe unagonga. Sasa niliposimama nilihubiri habari ya amani, kusikizana, kujua kufanya amani na watu, mkikosana na watu unatakana ufanye nini. Na nikafika mahali nikasema sasa ningependa kujua ni wanawake wangapi wako hapa wamenyamasia bwana sao. Ile mtu yatumia Kenya urema kiragira muthuri. Na muthuri ucio rakiriro ringi ni bishop. Ringi ni pastor. Athuri aria mahikanetie kulino mwathani agocwo. Agikondo nduri wakiriro ni mutumia oya guoko na iguru. Wadaro. We wadaro nduraigure ndiroria. Oya guoko. Gogo dawe muri ahebiu. Sasa niliuliza, unajua hapa Kenya sasa si kama South Africa. Kenya nilisema wanawake wote wamenyamasia wazee wao muda mrefu sana, simameni. Wakasimama wanawake wengi mpaka wazungu. Nikaanza kuuliza, wewe umenyamasia mzee muda gani? Wiki mbili. Wewe tulifika kwa mwanamke mzungu. Nikamwambia ndio. Akaniambia mimi nimenyamasia mzee mwaka mzima. Nikamwambia mwaka. Akasema yes. Nikamuuliza na huyo mzee anaweza kuwa hapa? Akaniambia ni yeye amekualika pale. Huyu mzee alinialika. Hajaongeleshwa mwaka mzima. Akasimama na machozi, akasema it is true. She has not spoken to me since last year. Sasa hiyo ndio kwanza nilisuluhisha. Tukaisuluhisha, wakashikana hapo, wakacheka sana, wakafurahi. Sasa mzee akiniita siku nyingine kuhubiri. Alisema I will have to speak about the servant that is about to come here. A man of God. Paka wazungu wakaanza kuangalia ni nani huyo na ni mimi. Na ni Mungu tu alinitumia kuleta amani kwa hawa. Siku moja mzee anataka kusafiri kwenda Uingereza. Akaandikia mama karatasi. Uniita saa 9 ya usiku. Ndege yangu inatoka 6. Mzee wakati alistuka kutoka usingizi alikuta ni 6:30. Akaamka akambia mama, nilikuandikia uniite saa 9 sasa ni saa 12, ndege imeniwacha. Akamwambia hapa uliweka karatasi, angalia hiyo ingine. Mama aliamka usiku pole pole akaandika saa 9 imefika, amuka. Na akarudi usingizi. So lazima mama ukikasirika ujue vile utafanya, usinyamazie hii mtu. Maana ukimnyamazia kisho yake kinaenda kama saa, akitafuta ni nani ataongea na yeye. Na wengine ukiwanyamazia kazini wako na wanawake wengi wa kuongelesha.
Hata Yesu mwenyewe alichukua hiyo chapter mzima kutuelezea ukikosewa utafanya hivi na hivi. Imeandikwa ya kwamba ukikosewa enda peke yako kwa yule alikukosea umwambie umenikosea. Akikukubali amusikize ate ndugu yako umempata. Akikosa kusikia ubebe mtu mwingine. Akikataa kusikia uambie kanisa. Hiyo process yote ilipeanwa kwa sababu hiyo ni Matthew 18. Ilipeanwa kwa sababu kukosana na watu ndio mwanzo wako wa kwenda jehanamu. Kukosana na watu ndio mwanzo wako. Kwanza nyinyi mnaiba kwaya, lazima muone na neema kubwa sana. Si kukosania kwa kwaya. Kwaya inakuanga standard 1 ya utumishi. Andũ aingĩ twambĩrĩirie kwaya, niĩ kwaya niĩ ndarĩ kwaya leader. Twambĩrĩirie ku. Huko ndio nadhari ya kutumikia Mungu. Na huko nadhari mnakosana. No like no tukihitanagia nundu wa unajua sasa kwa kwaya nilikuwa ninaona watu wale wanakataa kukuja practice. Tukifika sada wanachukua microphone waibishe. Paka unashindwa sasa hapa ni ngumi itaongea hapa. Ona hale mwako dhirwa good ile microphone. Na anagongwa nyuma maana ndiye yako mbele ya watu akisema haleluya mko tayari tuibie Bwana. Na zile nyimbo tulipanga hata hajui na hakuwa. So aligongwa nyuma. Microphone ilitolewa kama umeme na tukaibisha. Sasa mambo haya ndio inatayarishia mtu kwenda jehanamu akikufa. Lazima ujue kukaa na watu na amani. Waga thayo iratu nduri. Ukikosa amani viatu hauna. Na bila viatu ulimwengu huu utapata shida sana. Utashomwa na mimba. Utakuliwa na wadudu. Kuna wadudu wanakulanga miguu kama hauna viatu. Hata kiroho kuna wadudu wanakula miguu kama hauna viatu. Na viatu ni utayarisho wa injili ya amani, thayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisikia mtu aliongea maneno yako, unatakana ufanye nini? Number 1, ukisikia mtu alisema kitu, kwanza ushuguse kama ni kweli. Ahota ukorone maale katia. Talio nituge for example au gekoragwo na matu manene. Wega ni kwamba kuya gicicio rore matu ule maikarite. Wona ni maneneli umenye hagwa ati na thina. Ni ule Ngai aramuteithiri kuona. Lakini hauwezi kuasika useme lazima akuja hapa arudie hiyo maneno. Atuedi jia hiyo. Kwa sababu katika ile maneno watu wanaongea juu yako kuna kaukweli kadogo. Ukiona mtu ameongea maneno yako kwenda kauma kani onogigwa mundu uga we mukegu ni hali na kana kaukweli kidogo kuli na kanyama we nako we karatu madu mona we mukegu. Bwana asifiwe. So ukisikia mtu ameongea maneno yako, Yesu alisikia vile watu wameongea maneno yake. Alisemaje? Wote walikosea. Akasema Baba wasamehe. Hawajui vile wanasema. Hiyo yote ni mistake. Niliona mama amekataa kukuja kwa kanisa ati kuna mtu alisema ako na ukimwi. Nikamuita nikamwambia ati alisema uko na ukimwi. Ndirakiuria thimeire ku. Athimeire ku. Ndirawe ukanitha ndiguka ringi. Sasa mimi nilimwambia number 1, yeye ni daktari? Hapana. Umewahi kwenda kwa daktari kupimwa ukimwi akiwa? Hapana. Huyo mtu kama huyo unamsamehe, hajui vile anasema. Ligo ndware makurakariti rikotagia botuli kamena kama kao hagugu. Ndio mukolino ucio ndari hakiri. Kauga omena hakiri. Please mbere ya ucoketi ati omena hakiri abothime. Hakiri cikoragwo cicigana. Ithe ti thano nicio mundu amba guthima. Ithe muti athomire wega cukuru 5 na tukiandikirwo. Icio ni hakiri thano ithe ticio tukoragwo nacio. Na tubia le barege ya gatandatu ya kumenya undu ithu tutaramenya. Wanawake wanakuanga na akili ya 6. Hiyo dhamiri inaitwa dhamiri, 60 sense. Unaweza kuwa mnaongea na mama hivi akwambie na mtoto wako wapi? Na kweli mtoto unakuta ako na shida, alisikia na nini? Hizo dhamiri ni sense nyingine. Lakini kama mama unaona na macho, una taste, unasikia, unaona. Si hizo senses tulihesabu.
Alafu mtu asema hauna akili na zote zinafanya kazi. Hiyo ni kitu ya kufanya uruke mpaka ugoge siri. Msamehe hajui vile anasema. Na tena watu wale wanatu-criticize, wale watu wanatutoa makosa, ndio wanafanya tuwe wazuri kuliko vile tulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alikuwa anauliza watu wanasema mimi ni nani? Akasikia watu wengine wanakosea sana. Paka akauliza Simon, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Hata wewe ukitaka kuwa Mkristo wa amani, taka kujua watu wanasemaje juu yako. Mungu gati yadu. Alafu na sisi uturuhusu tuongee juu yako. Ndio ukinona tunasema umenona sana. Nikiweza ukimenya ule uweka. Rafiki mzuri huwa anakuambia vile anakuona. Lakini rafiki mbaya anakufisha, unaaibika. Ni vizuri turuhusu watu wale wa kuongea waongee. Hatuwezi kuwaziba midomo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msameheane. Injili ya amani. Sasa ni watu wangapi dunia hii hujasamehe? Biblia inasema tusameheana mara ngapi? Mara 400, 70 times 7, 490. Per week ama per day? Per day. Na kuna mtu hapa unasikia akisema huyo mama akanikosea nikamnyamasia, akanikosea tena nikamnyamasia, aliponikosea ya tatu nikasema enough is enough. Mara 3 miaka 3. Sini mara 490 per day. Kwanza wale mumeolewa, sio rahisi kufikisha 490 per day. Labda 5, 6. Na hiyo hauwezi kujitetea naye biguni. Bwana akuulize, nilisema msameheana mara 490. Ndio utupe mume wako uachane naye, alikukosea mara ngapi? Mara 2. Utaonyeshwa njia ya left. Watu marangere haha hai. Makaumira na kule mwakini. Hata wale wa mama mnasema bwana yenu, bwana yangu, najua hata kama ni wa kanisa ninaona. Mimi nataka mkumbuke mwanamke yule anatuongoza anaitwa Lea. Mnakumbuka Lea wa Biblia? Lea aliolewa wiki moja. Mzee akaoa nani? Sister yake. Wewe mzee akikia sister yako no urale ku. Lea aralire na kigia twana mugwanja. Na number 4 ni nani? Si number 4 ndio imetuzalia mkosi Yesu. So sasa wanawake mkifika binguni utakuwa unasema hapa mimi nilisuspect yeye kuna kitu anafanya na mrada mwingine hapa wa jirani. Lea naye akiwa hapo akwambia mama kutoka Afrika, mimi ni Lea. Mimi si kususpecti, ni kuashwa. Na nemurali likana mnakumbuka Lea kuna siku alinunua mzee ndio arudi kwake tu alale once. Na ananunua kwa nani? Kwa sister yake mdogo. Hii mtu mio shoti strong. Ndiposa Yesu akazaliwa laini hiyo. Laini ya watu wako gumu kama mawe. Leo mwanamke huyu mwambie amepata mtoto mmoja, mwambie bwana yake ameenda huku, atapata mtoto mwingine na yeye. Hii imekwisha. Lakini Lea alirudi akambia sister yake rudi. Ndukehe mutheo muthi. Sister akimwira wewe na kindu wena kiugi negera nigetha ngune. Akiwa na matunda mehaha mareho ni mwanake wako. Lea akimoya. Kimera na shokio kiroko tene. Ni negeda kuona Lea to akinya matuini no nyenda kugeithia dada yo ni makagia hii. Hiyo ni mdada ananistua sana maana kama ni mimi ningetoroka zamani wiki moja hata utajua mwanaume yako namna gani. The second week yako kwa lesho, siku ile nyingine utamtaka ni kupea lesho cash ya kuje. Na ninakwambia alizaa watoto akaza. Number 4 akamuita Juda ndiye ametuzalia mkosi. Lesho mwenye kupendwa hakuzaa mkosi, alizaa kiongozi Joseph ambaye alipeleka watu Misri. Akazaa Benjamin ambaye alituzalia mfalme wa kwanza Saul. Lakini kiti kiko na lesho mwenye kuvumilia. Wanawake wengine hapa mvumilie. Hata kama wewe unasikia story wewe achana nazo. Lea si story alisikia. Lea agithirio hiki wa mwale wa nyina. Na wake urathirite last week. Kile nejo ya kira ale hau ndakwira arumene nyamu. Uyo ni hiki ukia leka riu. Tumefanya harusi last week sasa amefanya ingine.
Saa hiyo Jakubu alikuwa anaenda mbele akienda nyuma. Yesu anaangalia nishidua. Atunga niega. Lakini alizaa mpaka akazaa msichana Daina. Akazaa watu wale wote walitengeneza kabila 12 za Israel. Kabila number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ni yeye alileta hapa duniani. Hao wengine waliishukua na huku. A very good woman. Na nyenye wanaume, ningependa msomange mambo ya Hosea sana. Ndio mfanye amani na wake zenu. Hosea alikuwa kijana wa kanisa. Alikuwa anafanya kazi kanisani, yako na chebe cha unabii. Akaanza kuhubiri. Alafu Mungu akamwambia nataka uoe. Na ndio kuambia Mungu akutafutie mke. Ujue wanawake wote wako Nairobi mpaka wale hawana miguu ni wa Mungu. Etha mundu tige kuga wethero ati Ngai ni ndakuhoya unjethereke ngwire. Atumia othe ni ya Yesu. Sasa aliambiwa na Mungu nitakutafutia nini? Mwanamke. Alitafutiwa wapi? Kilabu. Alitafutiwa kilabu ya pombe. Niho Ngai onire muiretu muthaka. Ka. Muiretu rero ni rahikio na muhunjia ri. Augire na wewe kanira tikira. Hosea akamuoa. Na wakapata watoto kina Oholiba na wengine watoto 3. Sasa shida ilikuja wakati Hosea anaitwa kwenda kuhubiri Bali, kwenda kutabiria nchi zingine huko. Akirudi anakuta watoto wako peke yao kwa nyumba. Anauliza mama yenu wako wapi? Anamwambia ni kiu ilimshika. Amerudi kwa kilabu. Na Biblia inasema Hosea alikuwa anaenda kwa kilabu. Alafu walevi wanamwambia huyo ni mwanamke wetu. Kama unamtaka umununue tena. Ile sadaka yote alikuwa amepewa kule alihubiri. Yote anapea watu wanakunywa pombe. Naye mama wanaenda nyumbani akienda hivi. Kimuuliza washoka. Hosea akaenda kwa nyumba akaambia Mungu lazima uexplain. Wewe ndiye ulitafuta hii dada. Nini hii? Mungu alimwambia hivi ukisoma kitabu cha Hosea, Mungu alimwambia Hosea mimi nilioa. Mke wangu anaitwa Israeli. Wakati nilimuoa nikienda mbinguni nikirudi ninakuta ameenda ameenda kufanya usharati, ameenda kufanya usharati na miungu mingine, ameenda kulewa. Sasa nikaona nikikutuma uhubiri haushiki, nikataka usikie vile nasikianga. Sasa tuko wanaume wawili tunasikia the same. Eda Hosea nimekutuma. Na kuanzia hapo ndio Hosea ameandika 7 chapters kutoka hapo. Chapter 7 za zile maneno tunasemanga maneno mengi imeandikwa ni Hosea aliandika. Kwa hivyo kama ulipewa mwanamke ambaye hashiki line, please vumilia, kuna kile kilifanya Mungu akupatie nini? Mdada ambaye hashiki biguni. Na daktari alipompata alimwambia sasa tutabidi tugoje. Wewe mzee enda nyumbani ukuje kesho asubuhi uangalie vile kumeenda. Mama alipiga simu saa 3 ya usiku. Daktari ajira no ongire. Alimchukua saa 4:30 usiku na katoto.
tondu ni wira atumitwo guthondeka mutheo uyu akaiganira mirango ya matuini. Athuri amwe matingĩiganĩra matuine no maheirwo kamutumia cuma nigetha marungu maguthu kuria guothe maumire njira maingire heaven bila kupingwa. Na wanawake wengine ni wakali sana, wanatakana wapewe mwanaume chuma ndio wafike biguni. Ndio unaona sasa unaombea mtu abadiliki maana atawasha kazi agicenjie wira okurutwo no na no tigaire. So tupendane, na hakuna mtu wako kwa maisha yako ambaye Mungu hajalete. Kila mtu wako kwa maisha yako ni mpango wa Mungu aletwe pale. Na niliwaambia jana hapa, nilikuwa na washirika wanakaa hii laini ya mbele na wake zao, mtu na mkewe walikuwa 6. Hao watu walikuwa na notebook, nikihubiri wanaandika, lakini hawakuwa wanaandika wasaidike. Ni mahali ukihubiri unakosea kidogo wanaandika. Kama kuna siku niliongea kwa haraka nikasema haleluya, kama vile Ezekiel alikuwa kwenye tundu la simba, haleluya. Na unajua ni kuongea haraka unakosea. Danieli na Ezekiel waliandika. Jumatatu nikifungua ofisi nakuta wako hapo wanaingia. Mmoja aliingia akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi tangu nizaliwe na mimi ni mzee kuliko wewe, sijawahi kuona mhubiri akisema uongo mbele katika madhabahu ya Bwana mbele ya watu wa Mungu. Jana nilikuangalia nikasema kweli dunia inaisha. Nikamwambia ni uongo gani nilisema? Akaniambia ulisema Ezekieli alikuwa kwa tundu la simba na ni Danieli, na hata watoto wa Sunday school wanajua ni Danieli. Paka niliwaambia hivi, nimewapa ruhusa muende kanisa ingine. Washaneni na hii kanisa iko na uongo, edeni. Maana ninashindwa nitasemaje. Wakaniambia kabla hujatufukuza washa nikusomeka mstari mmoja. Akanisomea 2 Timothy mahali inasema, na mtumishi wa Mungu hafai kukasirika. Niliomba Mungu nikamwambia Mungu, nimefunga kula chakula siku 7 mbele zako kwa sababu hao watu either uwaue ama uwatoe kwa kanisa. Hii kanisa haitaendelea. Walinisukuma sana. Kila wakati nikikosea kidogo wameandika. Hata nikikosea tarehe. Kuna mtu mmoja nilikosea tarehe. Nilisema leo kama vile kulivyo tarehe 15 na ilikuwa 16. Hiyo ndio ilikuwa jambo ya mandi. Dugata yaka no henanie mbere ya ciana cia Ngai. Urachira ni mweri 15 na ni 16. Watu wanisubua. Siku moja mimi nilifikiria vile nitafanya. Nikakuja kwa kanisa nikasema, ile kiti umekalia usimame ubadilishe, iangalie huko. Watu wote wakabadilisha viti. Nikaenda pande ile, wakawa laini ya nyuma. Nilijua walinisubua. Hata huyu mke wangu alikuwa hapo alibadilisha yake. Na nilipoenda pale nyuma nilisikia breakthrough. Nikasikia hakuna kitu kinazuia anointing nyingi. Paka nikasema omba kidogo. Wakati tumeomba sana hata mimi nilisikia at least niko na nimepumzika. Nikasikia viti you know, want to know our God. Ananiambia please come. Ninaingizwa kwa room ninaambiwa please bow pastor, this is our God. Namwambia mimi yangu ameniambia nisibau kwa miungu mingine. Yeye anabau. Naambia bia hii ni God. Hata kuna muhindi nilienda hapa kwa nimenihubiria sana siku nyingi kuniambia Mungu wako Yesu kuja na mimi nikuonyesha wangu. Akidwa na udhini. Kenyoni gakaiga tugu kaigano katugu. Kamungu kanono alinionyesha hapa. Paka nikacheka akaniambia wewe uko mbele ya Mungu unashaka? Ndio kanolete. Nani kahiga. So watu haonekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yupo Mungu. Kuna wanawake wa kwetu kijiji walikuwa wameenda kuosha kanisa la kwetu la Katoliki kule kwetu nyumbani. Huku kuna kanisa kubwa sana kwetu nyumbani, kubwa sana. Na wao ndio walikuwa wanaosha. Walipoosha kanisa mzima wakamaliza, wakachukua hii Biblia kubwa inawekangwa hapa. Wakaketi chini, wakaanza kusoma. Wakasoma Exodus. Mahali imeandika na musiwe na Mungu ameshongwa. Chochote kimeshongwa kinafanana na Mungu msifanye. Wakaulizana,
Alafu unaweka hiyo kwa kichwa, unatembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Tara watumia ona mugihoya mugi ati nie ndi ndungata huthu ndi mutumia ona nie ndirekiene. Hau hatire maandiko maugite uguo. Maandiko inasema wewe ni mtoto wa Mungu. Lazima ujue kutumia maandiko. Hapana tumia huruma. Ni hurumiwe, sina nguvu. Tumia neno. Bwana Yesu asifiwe. Utumire kiugo please, tiga gwitetera. Tinie mwathani ona ngoragwo ndi tiri githegethege fiu. Tari ungikoma haria nja tutingimenya tiri ni uyu na dada ni uyu. Haiya. Kwa hivyo hiyo sio maandiko haisemi hivyo. Lazima tutumie maandiko matakatifu ndio upanga. Ndio tunakata ile mashaitani inaingilia ndoa zetu, inaingilia biashara yetu, inaingilia mili yetu, unaikata na neno. Imeandikwa. The word is written. Hata wakati Yesu alikutwa na shaitani, alitumia nini? Alisema it is written. Hakumwambia shaitani na nduri thoni no goka hapa. Hiyo kusema hivyo haitafanya shaitani aondoke. Sasa ndio itamfanya akasirike. Maana Biblia inasema tusitukane shaitani, atatusubua. Shetani unatumia authority ya neno la Mungu kumtoa. It is written. Hata wakati shaitani alimwambia geuza mikate iwe chakula, alisema imeandikwa. Mwanadamu hataishi na mikate peke na chakula peke yake, bali kwa neno. Akaambiwa sasa, akabebwa na shetani, akabeba Yesu mpaka kule hekalu la Jerusalem. Ugiona ukuetwo tukukono githiria raine ni shaitani ugukuete. Shaitani ni akuaga andu ni akuire Jesu. Na wewe ukauga ati Ngai aguete akandora nginya kayo ri utuku we. Ni shaitani. Mungu hawezi kukuja hapa duniani kukubeba beba. Ni shaitani anabebaga mtu. Alibeba Yesu kutoka Jericho karibu na mto Jordan, akampeleka mpaka Jerusalem 45 miles away. Akampeleka karibu Naivasha ama mbele ya Naivasha kidogo, akampeleka kwa hekalu pale kwa kona, akamwambia jiangushe. Naye shetani akatumia maandiko, maana imeandikwa malaika watakushika. Na Yesu akamwambia imeandikwa usimjaribu Mungu. Sasa na wewe unatumia ati kujitetea ati wewe ni Mukikuyu. Ngai ni ndi Mugikuyu takoragwo na thina na Mugikuyu. Ti mwandike Bible-ini. Wewe angalia Bible yako vizuri. Hakuna Mugikuyu. Biblia yako haina maneno mengine tunatumia. Lazima tuombe like the word. Amen. Na hiyo ndio maneno yangu siku ya leo. Na imani ya kwamba Mungu amewasaidia wiki hiyo, siku hizo 3 nimeongea hapa, na mtachukua hatua ya kujibadilisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simameni sasa niweze kumaliza neno hili. Sijui nisema nini, lakini mchungaji nimeambia watu maneno mengi sana hapa. Na kwa hivyo kabla nitaombea watu wachache hapa walio na mashinda na matatizo, lakini majority yenu ninataka mrudi kwa mfuko, mtoe sadaka ingine special hapa ambaye nilisema tutoe leo jioni. Hiyo sadaka tunatoa itutetee katika family, itutetee katika jamii, itutetee katika biashara. Hiyo sadaka iwe ndio hiko ako ka kitu ya yothingu gakogothingu. Na kwa hivyo ninataka kuwaomba nyote sadaka hiyo tutaweka hapa watumishi wetu wamekanyanga. Maana Biblia inasema wakalete sadaka zao kwenye miguu ya mitume. Tulishukua ile tunachukuanga kawaida, lakini sasa tafuta kitu ulete hapa kwa madhabahu. Na fanyeni hivyo sasa, tafadhali. Fanyeni hivyo sasa. Tafuta kitu ulete kwa madhabahu hii, niombe baraka, niombe mbarikiwe, kwa sababu Mungu ameniruhusu kubariki watu na njia hiyo. Mbariki hii nyumba yenu ambao mnasomea. Na kujani, letani mweke hapa na mimi nione, maana hata Yesu alikaa mahali sadaka zinatolewa akaona. Kilio kurehe ni ngurora. Na wakoro wina ugwikira thimu-ini undehere nyone thimu. Yeni, sasa fanyeni hivyo kwa bidii. Karibuni. Wapatie pay bill number yenu pale. Wapatie pay bill number. Wale wanaweka kwa simu waniletee. Atumia ni mushereirwo. Athuri mambiririe gukinya na marehe mbeca.
Msharirwo niki. Kane murenda kuruta nyingi pe biro ine. Haya ukitoa lete hapa. Uguze madhabahu na hiyo simu yako. Pastor Moses ni okire haha. Ukarugama haho kona uria tureka. Haho ona we mutumwo ukarugama kigogona ini ukone ko uria ureka. Atumia reke nyone uria mareka. Ndicereirwo ni guka mugakorwo mukire. Yeni. Kinya toire tune turaruta. Thank you. God bless you. God bless you. Ici nicio gike nikio kigogona kiria twaruta umuthi turathimwo ni Ngai. Ni hali mundu wa thimu, kuna mtu ya simu? Ngoja unionyeshe message. Ndio niombe na understanding, nisiombe bila understanding. Na mwene murakuja besha muno citiendaga gukujwa, ciendaga kuigwo ci street. One karibuni. Ngiroraga namba yaku. Thank you. God bless you. God bless you. Ndona. Maitho makwa ndiretikia ni kirathimo kuona thimo yaku. Andaro. Yes, man. Asante. Nimeona mumeweka paybill pesa nyingi. Yes, asante. Thank you. How kweli ni gani? Hiyo. Sasa. Okay. Thank you. Kweli agabesha cie thimo-ini hatiri. Muziko kwa simu pesa haziko hapa. Thank you. Watu wa simu ndio wako na pesa nyingi. Ini mama. Wa. Thank you. God bless you. Na tuone ndona thimo yaku yambiririe kurehwo mbeca ni andu thiini wa ritwa ria Jesu. Na wale wanafanya biashara na simu, sasa Mungu awabariki. Ainue nyinyi. Haya, asante. Thank you. Ni nguga gandu nimekurutite sadaka ciothe. Thank you. God bless you. Amen. Asante. Wele akui. Thank you. Yako iko na giza sioni. Nzuri. Yeah. Wewe unajua ni mdogo unaona simu ikiwa na giza. Mimi ikiwa na giza sioni kitu. Thank you. God bless you. Mungu akubariki. Amen. God bless you. Baraka kwa Bwana. Nimeona. Kirathimo. Wewe unaona? Nikaidirona. Yeni sasa nimeona vizuri. Sasa ukienda kwa paybill utaona maajabu ile imefanywa na watu hapa. Maana wamefanya kile kinafaa. Na Ngai alirikana ciiko cianyu ciothe igu cia kanitha uyu iria mweka. Baba Mungu, tunabariki sadaka hizi zimetolewa na zile zimetolewa nikaona kwa simu. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba itahesabiwa kama haki yao ambayo walifanya wakati tulikuwa na mkutano hapa. Ninawatetea mbele zako katika jina la Yesu. Ndio wale wako na madeni ianze kulipwa sasa. Kama vile Elisha alisema madeni ikuishe, na mimi madeni ikuishe. Na ninaomba ya kwamba kufunguke njia isiyo ya kawaida, madeni hayo yote yapotee. Ninaombea wale walio hapa Bwana ambao wamejitolea na wako na majukumu mazito, wako na watoto wanataka kulipia shule, wako na kazi mpya wanataka kufanya, wako na majukumu mapya wanataka. Baba, kutana na haja zao zote katika jina la Yesu. Na ninaomba ya kwamba Bwana kupitia kwa hii jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pigiani Bwana Yesu makofi wa kolino. Sasa naomba ziondolewe. Ni deacons. Ondoeni sadaka zetu tumemaliza.
ziondoe tu. Weka mwenyewe hapo. Ciothe no imwe nĩ mĩtĩrie ĩtahanaine. Bwana asifiwe. Mimi nilienda kwa kanisa letu nikatoa sadaka. Na mimi nilitoa sadaka si kupenda kwangu. Mungu ametubariki na watoto 4 na mke wangu. Sasa wameenda shule. Nimewapeleka shule ile ya hali ya juu, maana na mimi ni mtu ya hali ya juu kulingana na vile nilikuwa ninaona. Kapeleka watoto kwa, nikaitwa baada ya tamu 2. Nikaitwa na mwalimu akaniambia, tumekupatia tamu nyingine moja uondoe watoto hapa. Nikamwambia mniondolee watoto. Akaniambia sisi hapa hatuchukuangi watoto wajinga. Wakati niliangalia nikaona zile subject nilikuwa ninaanguka ndio wanaanguka. Ndio kana uliona ciana ciragwa o kiria wagũire. No ndu na murude ndakwira kana ogakera ati ona ndagwago ndugikera. Ngoria Ngai na ndahonokireri na niliokoka. Mbona watoto wangu wanaanguka subject zile nilianguka? Sasa wanaambiwa watoke kwa shule. Niliambia mke wangu sasa wakati wa kwenda kwa madhabahu umefika. Hata sasa kama sisi ni washugaji lazima tutafute kitu tunapenda sana tupeleke kwa madhabahu ya Mungu. Hivyo ndivyo tulifanya kama vile mnafanya. Pesa zetu tulikuwa tumeuza ngali, tulipeleka na yeye kwa kanisa. Tukapeana. Ikaenda kufanya kazi ya Bwana ilikuwa inafanywa ya rufu ya kanisa. Mimi nilifanya hivyo kwa sababu hiyo watoto niliwaombea maombi yote inajulikana dunia hii. Ya mikono, ya kupaka mafuta, ya kufunga kule chakula nilifunga 40 days kwa ajili yao. Halafu mtoto ananiambia sasa amefika mwisho hata hawezi kushika. Nikaona wote, nikawaambia amutalete degree na sisi tulishindwa kuchukua degree tukiwa wadogo. Tunatafuta degree tukiwa watu wakubwa. Wakaniambia nikushika, mimi sishiki kile kinaendelea. Tulienda na huyo kwanza mwalimu, ni mwalimu mzuri, aliniambia na wewe naona kama ni mzazi mzuri. Nikamwambia mimi ni mzazi mzuri. Unajua siwezi kusema mimi ni pastor kulingana na watoto vile wamfanya. Hauwezi kwenda hapo ukasema wewe ni pastor hapo ukaaibisha jina la Mungu. So aliniambia wewe naona ni mzazi mzuri. Nikamwambia mimi ni mzazi mzuri. Akaniambia nitakusaidia. Unajua vile utafanya? Enda town kwa kanisa inakuanga pale Uhuru Highway. Akanieleza kanisa letu. Uende kwa hiyo kanisa. Pia naitwaje? Wacha nikamwambia ninamjua. Unajua sitaki aende sana. Hata kuna mzazi mwingine alikuja hapo akaniambia, "Na wewe unakaa kama pastor." Nikamwambia mimi ni mzazi. Wewe. Mwalimu mwanamke aliniambia niende kwetu kanisani. Akaniambia kuna watoto wengine walipelekwa huko wakaombewa na sasa ndio kati ya hao uliona wanaongoza. Nikaogopa sana. Yule aliniletea nikaombee asije akanikuta hapo. Sasa akaniambia uende hapo uombee watoto. Na hivyo ndivyo nilifanya, maana nilipeleka pesa hizo zote za ngali hapo. Haya sasa nikangojea, maana ukishafanya vile Mungu anataka unangojea. Haumwambii alete umeme ndio ujue amesikia. Ataleta umeme kidogo nijue umesikia. Hapana, unangojea. Niligojea. Kuna wakati wa kujigojea. Unapofanya kitendo kizuri, wait. Haya mwisho ya tamu ikafika, nikaona nimetumiwa barua nyingine. Ukuje pamoja na watoto wako kwa shule. Nikaambia mke wangu aende. Naye akaniambia watoto wanakuanga wa mzee, sio wa mama. Kamwambia ni kazi niko naye nyingi ya huduma. Akaniambia watoto ni wa mzee, sio wa mama. Ndio nilienda kwa shule. Nilienda na shingo upande na nilifaa fulana ya pulunek nisikae kama pastor. Nikafaa kifulana ya mzazi. Kufika tu kwa mlango niliambiwa mkutano umeanza wewe na umechelewa wewe mzazi. Kufika kwa mlango kuingia hivi, mwalimu yule ndiye alikuwa anaongelesha wazazi. Akasema yule mzazi nimemwambia juu yake ni yule. Watu wote wakaniangalia. Nikashindwa nimefanya nini? Akaniambia kuja hapa mzazi, nikaenda hapo mbele. Ndiye aliniambia nilikuwa nawaambia na wa encourage. Watoto wako ndio walikuwa wanakuja namba 29, 30, 31 na mwisho 32. Na sasa ndio number 1, number 2, number 3. Sasa nikapatiwa certificates za kudhibitisha hivyo. Wanawake wa Somali, maana wamepeleka watoto huko. Walinishika kila mahali. Wakaniambia mtoto yako alikuwa jinga kama yetu. Ulifanya nini? Ulifanya nini?
Nilishikwa na wanawake wanane kama 10. Bwana katana nguo zangu, ananiambia utasema vile ulifanya. Ulifanya nini na watoto ni watoto hata kama ni wa Somali na wewe? Sasa nikachindwa niwaambie walete dhabihu kwa kanisa. Nitawaambia nini? Ukiona kitu umeombea mara moja, mara 2, mara 3, kinakataa. Kinaombewa na mtu mwingine mtakatifu kinakataa. Kindu kiu kirenda igogona riu nikiarega andu, nikiarega mahoya. Hatifata gutinda ukinsist tukahuru. Unajua ukiomba maombi Mungu akatae kujibu, aone hausikii. Mundu aguthago kifoko ugaikara wega, ukamba guteraini ta miaka 3. Kwa hivyo ndiposa usipigwe. Ukiona kitu umeombea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, sasa kimekataa. Kiru kirenda magogona, kiu ni kindu kigi magogona. Ujinga wa watoto wangu ulikuwa nataka dhabihu au unataka kuombewa. Ciana icio nenda cihoeire. Bishop Johana Kahega kwa daka hoire ginya akijira dadi ne nogire. Gikalekia gathie gathake. Kanogete kunoga. Kaigireire moko una ndirarekia. Na wakati kalienda shule kakakuja namba 29. Na hiyo shule nao hawana heshima. Wanapanga watoto from number 1 mpaka number 32. Wanasema mzazi asimame kwa mtoto wake. Makona ndo ale maciarire ciana ngeigu hau na ndatindaga ndorete thi uguo tondu riu wahota kuina mukamundu kwire pastor. Bwana Yesu asifiwe. Inameshani uso wenu tuombe dakika moja. Tuondoke katika nyumba ya Bwana. Thank you. Ongea na Bwana tu dakika moja, appreciate him. Amefanya kazi mzuri wiki hii. Raka raba rabu shita raba kanta. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya kunileta kanisa hili la Wakolino ndio niweze kuleta hilo neno. Nimewaambia moyo wangu vile ulivyo wote, sikuafisha mambo yale umenipa. Asante Baba kwa mchungaji Moses, mbariki anapofanya kazi yako hapa. Bariki mtumishi wako Bwana Askofu Stefano, ili Baba na yeye wakati anafanya kazi yako Bwana awe na nguvu nyingi. Ninaomba Baba ubariki mtumishi wako Bishop Johana, ubariki mapastors hao wote Baba, bariki hata wachungaji hao wote Bwana, bariki madikons wote, bariki viongozi wa ibada, bariki kwaya ya kanisa hii, bariki washirika wa Kolino hawa Baba. Ninaomba ya kwamba hii kanisa ibarikiwe, izaane sana mpaka wakose mahali pa kusomea, wajae mpaka nje. Hii kanisa iwe kanisa imejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, mamlaka ya Bwana ionekane hapo Bwana. Natetea kanisa lako, natetea nyumba yako Bwana, nikiomba ya kwamba kanisa lako hakuna siku litahaibika, kuna siku kutafanyika jambo lolote la aibu. Utawabariki. Jina la Yesu, jina kubwa kuliko majina yote. Jina la Yesu lilo juu ya kila jina, lisuluhisha shida zile ziko na watu hawa. Baba, mtu yoyote yako hapa ambaye anasumbuka na matatizo maishani, msuluhishie katika jina la Yesu. Naomba mkono wako hodari unyoshe juu ya watu wako Bwana. Nyosha mkono wako juu yao Bwana, ukawatetee katika vita zile zote wako nazo. Ukawapiganie vita za mwili, ukawapiganie vita za kiroho, ukawapiganie vita ambazo zimewafinyiria na vita ambazo wamepitia za majaribu mengi. Niseme nini Bwana? Nikushukuru. Tukiwa tumeinamisha nyuso zetu, ninaona kwa ulimwengu wa rohoni kuna watu wamejaribiwa sana mpaka umekufa moyo sana. You are very discouraged. Mpaka wokovu umekuwa mzito sana kwako kwa vita zile umekutana nazo, na leo nitaomba vita zikwishe. Leo nitaomba hiyo majaribu ifike mwisho. Kama wewe ni mmoja wa watu hawa ambaye ninaona vita zao zikiwa nyingi mpaka zinashinda akili zao, tafadhali simama ukuje hapa mbele niweze kuomba na wewe. Mungu wa ajabu atabadilisha, akumalizie hizi vita. Bara nyingi citarathira, imwe yathire gokeki, moja ikiisha ingine inakuja, vita moja ikiisha ingine inainuka. Hizo vita ndio ninataka kuombea sasa, ili Mungu akupatie amani, peace, that you may have peace. Ninaona vita za nyumbani, mtu anapigana na mume wake sana, mume wako mrefi anakusubua sana, na wewe umeshika kanisa kushika. Nataka nikuambia hakuna jaribu haliwezi kukuisha. Kila jaribu linaweza kukuisha. Watu hao wamepitia mateso mazito,
tunawaombea usiku wa leo ya kwamba Mungu wa majeshi atakutana na haja yake na nguvu yake itashuka juu yenu. Ili vita ikome. Na ndirona kule mundu muibuiru kule, kuna mtu ambaye iru yake ya mwana wao ni liiburi liki. Hiyo ni kitu kibaya kimeingia hapo. Hiyo ndio inaitwa vita ya shetani. Kama unaweza kukuja hapa mbele, Mungu atakuponya katika jina la Yesu. Na nyinyi mmekuja hapa mbele, anzeni kuomba. Omba Mungu seriously. Mwambie shida yako kabisa. Kama wewe uko na madeni mengi mpaka unajifisha, unashindwa utaenda kuambia watu nini, hata wewe kuja hapa. Hiyo ni majaribu makubwa ambayo uko naye. Majaribu makubwa uko naye. Na yule ambaye ako na shida na wazazi wake. Wazazi wako hawakupendi. So wameongea maneno mengi sana, mkutano walikuwa. Umesupuka mpaka haulali. Hiyo ni mimba ile nilisema. Unakanyanga na miguu inaingia kwa mwili. Ukikuja hapa mbele nitaomba na Mungu atakuhurumia na wazazi hao watakuita wafanye amani na wewe. They will call you. Na sasa ningeomba watu wote tuombe dakika 2 wakati naombea watu hawa. Tuombe dakika 2, kila mtu aombe, abie Bwana shida yake. Nikimaliza kuombea watu hawa tutakuwa tumemaliza ibada na nitakuwa nimefurahi kwa sababu tumefika ukingoni. Asante. Kila mtu aombe, ambie Bwana shida yake. Na nyinyi mmetokea hapa mbele, tawaombea nikiwawekelea mkono, nguvu ya Mungu ishuke juu yenu. Na niwe na Asha si hapa wa kunisaidia. Ndina Asha haha arume akunyitirira mundurume we haha. Hinya wa Ngai uikurukire iguru riake. Nguvu ya Mungu imeshuka juu yako. Na hapa si mchezo. Mungu amekukumbuka. Kiundu giki ni kinene no ni giathira. Ni kinene. Kimekusubua lakini kimeisha. Hili jambo nimekuombea amani kuanzia siku ya leo, nimekuwekelea mkono katika jina la Yesu na kuomba nguvu ya Mungu ishuke juu ya maisha yako na hiyo kitu ifike mwisho katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba hii jambo lifike mwisho kuanzia siku ya leo. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezo. Ninaomba ya kwamba mkono wa Bwana utakuja juu yako kuanzia siku ya leo. Nimekuombea amani, utulivu wa moyo. Ngai ni akohotanira. Ona wewe Ngai ni akohotanira. Hii mambo ikwishe na isirudi tena. Hata wewe touch his life, Lord. Mguze maisha yake. Awashe kusubuka. Mguze maisha, awashe kusubuka baba. Wewe hugombewi? Niaza. Odo.
Nimefurahi, Mungu awabariki, na Mungu atakaponipa nafasi ingine nitakuja hapa kwenu siku zingine kadhaa. Asante mchungaji Moses, karibu uendelee. Kuna mtu hajaokoka kabla sijakaa chini? Karibu pastor, uweze kuendelea. God bless you very much. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mmebarikiwa. Mmebarikiwa. Amen. Mtumishi wa Mungu, tumefurahi sana kwa ujumbe ambao umetuletea, na hilo neno limekuja kwa nguvu. Tunasema Bwana afanye nini? Ambariki zaidi. Amen. Basi kama vile tumeambiwa, Bwana asifiwe. Basi tumefurahi sana kwenu nyote kuja siku ya leo, na kesho tena tutakuwa hapa. Bwana asifiwe. Asubuhi saa 3 ibada ya kwanza, na saa 4:30 main service. Kwa hivyo kesho mnakaribishwa tena, ndio tutamaliza kongamano letu la wiki hii siku ya kesho. Na basi zote tuende tujitayarishe, na tumemaliza vizuri sana leo, si ndio? Kwa maana tumeosha mwili wote, na ukimaliza kuosha mwili wote unafanya nini? Unavaa mavazi, mpaka viatu tumevaa. Sasa utakanyanga. Na mnajua our theme for this year ni tutakanyanga, we shall step on on snakes and scorpions, and nothing whatsoever will hurt you. Sio ndio theme yetu? Na sasa tumevaa nini? Viatu, ambayo is a gospel of peace. Haleluya. Basi tumevalishwa viatu. Unaona vile Roho Mtakatifu anafanya kazi. Sijui kama mmeelewa hivyo. Theme yetu mchungaji askofu kuanzia mwaka huu ilikuwa ni hiyo, that we shall be victorious. Na hatuwezi kuwa victorious kushindana na shetani ikiwa basi hatuna viatu. Na mmesikia viatu ni nini? Mimi hiyo imeniingia sana. Haleluya. Mtu avae viatu ya peace, gospel of peace. Ni kuondoka hapa kuangalia nani hamsikizani, basi wende msikiza. Ikiwa hamjasikizana, sasa wewe utakuwa unadugwa na miba, utadugwa na vitu, utaumwa na nyoka. Bwana asiwe sana. Utaumwa na kangauro. Si ndio simesemekana hazitakuuma? Kwa maana akisema hivyo alijua ziko jiani. Kangauro ziko, iko scorpions ziko, hizo nyoka ziko, miba iko, itakuchoma ikiwa huna viatu. Haleluya. Na tumeonyeshwa viatu tutavaa aje na ziko aje. Haleluya. Basi tuende tuvae hivyo ili tuweze kupigana vita vyema na yule mwovu shetani. Haleluya. Basi tutanyanyuka zote ili tuimbe wimbo wa Roho Mtakatifu namba 46. Adhuri na atumia na anake waibaji.
Rekei tuinye. Athuri na atumia na anake na airĩtu gĩtha tũĩ ona twĩrĩ tunakĩrĩndĩ gĩothe na ndũrĩrĩ iria ciũrĩte thĩ arĩa makĩrirwo rũi naguo gũtikana ũguĩria rĩrĩa mũthenya ũgoka akondokio kwa ndũrĩrĩ kũrĩ nyũrũme magotũranĩria ũrugo na mamũrĩka ona magara na gũthetania na kũrumana ũrĩa mwekĩrirwo rũri naguo gũtikana ũguĩria ũru akinya hĩndĩ ya mũthenya ũgoka akondokio kwa ndũrĩrĩ ukuone unamĩinaro wĩkanage maũndũ matheru amuohanagĩra mehia mothe ũrĩa Ngai onake amuohagĩra ũrĩa mwekĩrirwo rũrĩ naguo gũtikana ũiguĩre ũru wakinya hĩndĩ ya mũthenya ũgoka akũhonagio kwa ndũrĩrĩ Ngai amũrathime na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka rĩu tũgwĩta Bishop Johana mũrĩaga inyuothe Mwathani arogocwo rekei tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũcokeria ngatho mũno na mũhera thayũ na ihinda rĩrĩ Baba witũ watũkinyĩria Mwathani kuma rĩrĩa tũkire gĩikaro gĩkĩ ona hwaĩ ona mũthenya ũcio ũngĩ. Mwathani ndeto iria ciothe tũiguĩte gĩikaro gĩkĩ Baba ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũũraga muoyo tene na tene ĩtĩkĩra ithe witũ ciugo ici itũtongoragie na ciandĩkwo ngoro-inĩ citũ thĩinĩ nĩgetha Baba witũ tũgakinya ũthamaki-inĩ waku. Twaciathĩkĩra na twaikara harĩ cio nĩtũgakinya ũthamaki-inĩ waku. Jesũ mwana wa Ngai ona rĩu mahinda-inĩ maya rĩ tũtongorie Jesũ gatũrũme ka Ngai o nginya tũkinye bũrũri wa arĩa me muoyo. Tongoria mũthuri ũyũ Mwathani ũyũ tũnengerete nĩgetha atũtarage na atarage ciana ciaku. Ngai nĩtwamwĩtĩkĩra ngoro-inĩ citũ thĩinĩ ona we nĩ ũĩ nĩtũmwenda Mwathani nĩ ũndũ wa motari marĩa Baba witũ ataraga andũ aku. Tũiguĩre tha Mwathani mũrathime nĩtwamũrathima ithuothe tũrĩ gĩikaro gĩkĩ Jesũ mwana wa Ngai nĩgetha onake na bamĩrĩ yake agĩe na kĩrathimo kĩa muoyo na atungatĩre ng'ondu ciaku nginya ikomĩra bũrũri wa arĩa me muoyo. Tũtongorie rĩu tũkiuma gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ mwana wa Ngai nĩtwahoya na twacokia ngatho. Amen.
Mwathani arogocwo. Nĩ tũkuoya ihinda rĩrĩ kũmwĩra nĩ thengio tondũ wa gũkorwo mũkĩ-attend revivals citũ o kuma mũthenya wa Thursday na nginya ũmũthĩ. Nĩ tũcoketie ngatho nĩ tondũ wa wĩrutĩri wanyu mũnene. Mwathani arogocwo. Twauma haha tũtirĩ na maũndũ maingĩ ũrĩa wĩ ta mũtugo witũ. Nĩ tũgũkorwo na refreshment ithuothe haha nja o tũrĩa tũmenyerete arĩ ta sign ya fellowship na